Rĩrĩa wĩ mĩhang'o-inĩ yaku ya o mũthenya, ririkana kwĩyenda na kũmenyerera ngothi yaku ũgĩtũmĩra Sawa Petroleum Jelly. Sawa Petroleum Jelly ĩgitagĩra na ĩgatiga ngothi yaku ĩnyoroku ona hĩndĩ ya heho. Sawa Petroleum Jelly yonekaga nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe na thogora mwega. Kwĩna Sawa Petroleum Jelly ya Cocoa Butter, Sawa Original na Sawa for Men. Sawa Petroleum Jelly nĩ mũrata wa hakuhĩ wa ngothi yaku. Kigashirithia ndugu itu ona muno makiri na riu no twamukire wega Embuta 92.3 FM Kayo Kamuinge. Thank you so much. Goko ni gwa Kameme Kayo Kamuinge. Tha ici ngũgũtwara ta ya mura na andũ aitũ akũrĩa Meru Makere na Meru mageithĩke na Meru Makena arĩo kuona arĩo sawa. Makena arĩo kuona arĩo sawa. Gimane ya Spencer na nĩtwacokereria kũrĩa kwa live on Facebook ithaa rĩa kerĩ ithaa rĩa Jorua ya Kothi who is just here na tutaki kumkosea juu ame keep time. Gimane ya Spencer. Gima njaga nĩ ngima ya mũtu wa Spencer. Wona wathiĩ nduka-inĩ, wathiĩ supermarket, wathiĩ harĩa ũgũraga mũtu, ndũkagũre mũtu tu insist ũretia mũtu wa ngima wa Spencer. Nĩ tondũ wa mbere Spencer nĩ mũtu premium, ũthĩĩtwo na mbembe na mbemwe, nĩ mũtu wĩna minerals na vitamins. Gũtigĩrĩra atĩ makĩria ma kũhũna nĩ ũragĩa na ũgima mwega wa mwĩrĩ. Nĩ wa white, nĩ ũkoragwo wĩ mũthaka mũno maitho-inĩ na nĩ ũkũrĩanĩria na kĩrĩa gĩothe wĩriragĩria. Wee wĩna mũkawa, wee wĩna hoteli, wee ũrugagĩra andũ ngima handũ ũguo, okorwo nĩ harĩa base harĩa stage, okorwo nĩ andũ mĩako-inĩ kana handũ hothe ũrugagĩra garaci-inĩ, rugĩra andũ aku mũtu mwega, mũtu wa ngima, mũtu nĩ Spencer Premium. Thank you. Mũtu mũthaka piũ. Na rĩu Star Soft Water Lily Fabric ni Lily Lily ithe turuga Lily no wega fabric softener wathiĩ uga tu water Lily fabric softener eheria kuuga tu water Lily na nĩ sachet ya ciringi 20 ega soften fabrics ciaku kana nguo ciaku na oroho igakorwo yongereirwo mũtararĩko maita mana morĩa we ũmĩũĩ. Koguo wathiĩ nduka-inĩ ĩtĩkĩra gũkorwo ũkĩgũra Star Soft Water Lily Fabric Softener. Macani tũtirakiuga nĩ ma LNT. Macani nĩ ma Ellen Premium Tea. Wenda kunyua gacayo kanyotoka nĩ LNT. Ũrekĩra ũtũnini ũguo makanyita kũnyita. Sachet ya kuma gramu 15 nginya gramu 500. Yes, na yaronekana nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe. Na tũrauga LNT wamefika mpaka Ulaya. Yeah, washaingia Ulaya. Wakaingia huko UK. Courtesy of Baby T. Wako God, sorry Jordan. Yeah. Courtesy of 2 minutes. Muindi Mweusi supermarket. Yes. Stacy, attend to my guest and goje 2 minutes. Yeah. Ni muru. Kuiga mathaa. Aria maigaga mathaa wa mbere. Anaigire. Mwira igire. No igire tu. Tondu ni agiukire. No arenda kuigira no igire ikarage thi nderehire muikarie thi ni okio guo atigetha tumuge haya ena nginya ndume na njuire njega he turi ewe ni muthungu Muindi Mweusi supermarket mena macani maya Genes supermarket Kawangware, Fairmart supermarket, kwena Self Ridges supermarket, no mone kũrĩa buy mall supermarket, Better Deals stores na kũndũ kũngĩ kũingĩ. Wenda gũkorwo ũgĩkenererwo kana ũgĩkenerera gachai gaku, macani ma ginger nĩyo twangauthi kana pure, etekera kugura mashani ma LNT. Mwezi huu kwenye Star Times, penzi linachoma, mahaba motomoto, siri zinafichika zaidi na drama nayo haikosi. Uaminifu unajaribiwa pale Gangs of Manila kwenye novela E. Gigi anatafuta kisasi kwenye Beautiful Revenge. Mahaba ya Rama na Sita kwenye Ramayan pale novela E+. Heshima inapatana na kuvunjika moyo kwenye drama ya Kichina Feud pale ST Kung Fu. Dada wawili hatima moja, pamoja hawabanduki. Divya Drishti kwenye Rainbow TV+. Lipia subscription yako kwa miezi miwili, tukupe free upgrade ya bouquet ya juu kwa miezi miwili. Piga star 858# kutumia self service ama utupigie kupitia 0730710077. Star Times, furahia maisha kidijitali. Fegi ya KCB manyitanire na Kameme FM, Kameme TV ne makuharĩirie road show mwaki magĩkũrehera ndeto makĩria ciĩgiĩ KCB Mavuno Tea Loans. Jumatatu tarĩki 28 magatuĩkania Limuru, Gĩthũngũri, Kagwe, Gakoe, Kamwangi, Matara, Kĩarũtara marĩkĩrie Gatũra. Wa kerĩ tarĩki 29 nĩ kwambĩrĩria Ndaka-inĩ, Kangarĩ, Gĩthumu, Gakũyũ, Ikũmbĩ, Kahuro marĩkĩrie Kangĩma.
wagatatu tariki 30 nĩ kĩrĩa-inĩ Shinga Uthaya Mũkũrũwa-inĩ Karatina Gĩkororo Mathia Ndima marĩkĩrie Kahuru nĩ ũkeyumĩria ũcemania na timu ya KCB Mavuno T-Loans magũtarĩrie maingĩ megiĩ ngombo ici cia Mavuno T-Loans. Right, thank you so much. Ngũkwĩraga njorua yako thiĩrĩga gũkeep mathaa ũguo nĩ mheshimiwa Martha Karua. Yes, alikuwa on time. Nage aingĩ no ũyũ nake nĩiga mathaa wega na ndĩrenda gũkũhe ici cia Nokras na ndagĩka ĩmwe peke yake. Yes, na gũkũririkania rĩrĩa wĩ thabarĩ-inĩ ũgĩthiĩ Nyĩrĩ kana mĩena ĩyo na kũu na Nyukie na no wende handũ hega mũno na hakũhurũka no wĩingĩre kũrĩa Nokras and Kare Sagana gũkũ mena nginya chama time offer harĩa mũrathiĩ mũgakenera na ciringi 550 mũgakenera gacai kega mũno thabutha ndũma ngwacĩ pastries na indo ingĩ nyingĩ na ciringi 550 tu ũgũrĩra mwĩ thabarĩ-inĩ wĩ mĩena ĩyo ya gũthiĩ Nyĩrĩ Karatina ingĩrai harĩa Nokras and Kare Sagana mũingĩre mũhurũke mũigue wega na mũkenere ũtungata. Thank you so much. Gũkũ nĩ gwa kameme kayo ka mũingĩ ndĩrenda kĩhanda 5:30 mũgeni ngũmwĩrĩte 5:30 tũkorwo twĩrĩera igũrũ ũkĩgeithio nĩ mũgeni witũ no wega gũkĩkũhoya tũtanagĩthiĩ na mbere onakorwo nĩ agĩũkire please harĩa haitũ twaragia ona tware hatũ biru ũkĩrore mũgakĩaria ndeto icio Jumatatũ ona rũciũ tũkĩrĩ gũkũ tũtirĩ na ageni andũ tũkiunĩre kanua ithigi rũciũ no mũtũnegenie tũkuga ũrĩa tũrĩ Mzwe no mwetane ciothe nĩgetha ona andũ aya magĩtũheaga gĩtĩo twathi na gũkũ nja mũgakĩrore ũhoro ũcio ũrĩa tũrakĩrĩtwo nĩ mũnene mĩbira yoka gũkũ tũkambihave nĩ wĩharĩirie gũtuĩka kĩrĩa tũira wĩrirĩrie mũtũrĩre-inĩ. Abadia Technical College nĩ ithuĩ tũrathondeka njorua cia rũciũ na tũgacitua ahũri a biacara megatũ ona njorua harĩ kothi iria marathomera. Wĩyandĩkithie rĩu harĩ kothi ta hospitality, hairdressing and beauty, fashion and design na ingĩ nyingĩ. Kenerera hostels cina thogora mũbacĩrĩre na igeranio iria hetũkie nĩ honge iria ciagĩrĩire. Marĩhi maitũ nĩ mabacĩrĩre biũ. Wĩyandĩkithie o rĩu harĩ intake cia September na October mwaka ũyũ. Twĩ Karatina Town, ũhoro makĩria hũra 0726 507-444 kana ũcere rũrenda-inĩ www.atc.ac.ke. Abadia Technical College, turning learners into entrepreneurs. Kameme Classified. Right, rĩu ona mũgeni agĩgĩũkaga maĩ nĩ tũgũgĩbanga tũcoke tũbange microphone yake njoke ngĩkĩmũhĩmbĩrie nake team master akĩmũnyite ũgeni ndĩmũhĩmbĩrie ona niĩ na wathikĩrĩrie makĩigua rũgano rwa njorua itũ ya kothi na magĩcoke meke ũguo tũgũkiugĩte nĩ ũndũ wa atĩ tũgacira rũciũ rĩmwe understand nĩ njĩra maiguaga na ndagĩka 29 mathaa ũkĩmenyithio nĩ bengi ya KCB rĩu nĩ mokĩte na 105% mortgage financing. KCB marakũhe ngombo ĩrĩa ĩrarũgamĩrĩra mũciĩ waku wothe wacoka ũkaheo 5% extra nĩ ũndũ wa kũrũgamĩrĩra maũndũ ta stamp duty, legal fees, valuation o hamwe na insurance. Oho waheo ngombo nĩ KCB nĩ ũrakenera fixed interest rate ya 9% na wacoka ũkaheo mĩaka 25 ya gũkorwo ũkĩrĩha o kahora. Kũmenya makĩria na kũ-apply wĩkinye rũhonge rwa KCB hakuhĩ nawe kana wandĩke kiugo mortgage ũtũme kũrĩ 22522 kana ũhũre 0711-087000. KCB, for people, for better. Yendo no mwene kuna washekene de kalera njoroge akinya Yendo no mwene Idendo kuna washekene de kalera njoroge akinya Yendo no mwene na washeke wedune tengwe shira vyaniene muraru Yendo no mwene na washeke wedune tengwe shira vyaniene muraru Yendo no mwene no mwene Yendo no mwene Yendo no mwene Kugera kia gwete kitia wase kia nyende dona notu
nyende dona notu Kendo no mwene Nade kwere tone shege amugorere mochuba mugma Kendo no mwene Nade kwere tone shege amugorere mochuba mugma. Thank you so much. Karibu sana Ketu Warogoro, mheshimiwa Mama Simba. Nini coming mbunge ama nini coming governor leo uko Laikipia? Ama kwanza tuombe Daughters of Zion. Very good. Shia deta wega leo thaa 5 na ndagika 32 na leo twina mugeni wito. Na mugeni uyu wito agiokaga ni mugeni very interesting. Ndire ndamuhoji handu. Na ni ngoragwo ndiririirie muno kumuigua. Turu ni mundu machachari. I know. Mundu taramaka. Mundu hiana bebeti. Ni mundu ru taramakio ru ni mundu urakurigithia ru ni mundu mwega. No thikire horo cio mukonde. Ando matogogire haha aya marauga ni makubehave muthi marauga ngano kana ni wanja Nyarari kana no. Haya tupatie guest team master. Haya be very formal. Ladies and gentlemen. Ladies and gentlemen, let us rise up on our feet. Rise up utigokera. Ladies and gentlemen, give it up for Jorua Yakothi. Abatige kuga ati musotiga mucenere uturenda Jorua riu nikimuti tutiaria turekanire. Haya, ladies and gentlemen, give it up for Jorua Yakothi on 24th July 2025. After I have left Seattle. Yes, after coming from Seattle, the first Jorua after Seattle. Let's give it up for in 5, 4, 3, 2, 1. Wapikalale. Wapikalale mama. Wapindulu. Ladies and gentlemen, you can now have your seats. You are free to sit. Now you are free to sit. And there goes our guest. Our guest today etagwo mheshimiwa Babu Owino. Niego twira Babu no. Yes. Ndi muonaga roga geti-ini. Ndikamuone moru muno augaga ria. Kamuona gwa atunywa bodyguard. Ndagwagwaga. Hende ya ithurano icio ingi riria mari na baba wao atwiraga nyinyi. Tialala. Ego kariwo Jehova. Tweko. No kiria kirangenia muno. Yes. Ona kigeithanagia. Ndiramuonire igoti-ini ria Thika. Ndiramuona magoti-ini agitetera andu aitu ria makinyititwo. Ndacoka ndirairwo kamuhuhu. Ndirairwo kamuhuhu tagacamindo. Kuria gwake Mbakasist. CDF ni arahe andu aitu muno ndarathurania. Na matugaya kwanirira matikanegene. Na ngaiguaga mundu ucio mundu othe uraguna mundu witu. Nekaga wega. Ona korwo arugama umuthi kiria ngetia. Ni ningiamuhe kure yo ningiathamia kuma Hakist. Thuranire haha Jamuhuri huko tauni. Tulikuwa tunasema tumefurahi kukuona. Ona hedi ya guthie bunge na matonyo mawakiri. Tulikuwa tunasema tumekuwa tukiomba Mungu atupatie wewe Babu Owino tukuhost, lakini tumekuwa tukikugojea zaidi na siku imefika. Good morning. Good morning baby Mudhoni. Sasa ndio umenyamazanga hivyo uongeangi, kumbe na vile unakuanga na pressure huko nje. Huko nje pressure iko mingi ya TB mnatialala. Lakini ukikuja hapo you are very calm. This is how I am. Hivi ndio niko. Usipochokozwa. Hivi ndio niko. Hata nikichokozwa hivi ndio niko. Nisipochokozwa hivi ndio niko. Ukienda kule nje ndio tunapiga TB mnatialala kwa sababu ni hali ya siasa. Wow. Ndio. Kama si siasa you are as cool as this. This is how niko kwa nyumba. Hivi ndio niko na niko sawa. That's why watu wangu wa Embakasi Mashariki, Embakasi East wananiamini. Wow. Wanajua Babu
ako tu hivi venye unamuona. Wow. Ndio. Wow, karibu sana. Ninafurahi kukuona. Asante. Bwana chef. Yes. Mimi nakusikizanga sana. Asante sana. Chini na kalamu na karatasi. Unasikia akipika chai. Na msoo hapa na mudhoni. Mimi nachukua notes, naambia bibi interpret. Yes. Maanake anatoka huko Burema na mimi mwenyewe mimi ni mudhoniwa. Wewe ni mudhoniwa. Ndio. Bibi ametoka Mrima. Bibi ni wa Mrima. Najua utatuambia tena manotes sana. Ananifundisha kidogo pole tu. That's why nadhani unatetea watu kuimba hapa kwa kilima. Utaanza kuimba nyimbo za Kigosho. Yes. Karibu sana. Nataka usalimie mafans wako. Ndio. Na of course wale ambao wamekupatia hiyo kiti ya Embakasi East. Ndio. Na nasikia kuna wasapere wengi sana. Ndio. That's why tuko na kina Gakuya huko, tuko na kina Meja Ashionwe ni adwa nyumba ito. Yes. Kwa hivyo pia uko na nasikia unaangalia vizuri sana. Kwa hivyo tu wasalimie ndio leo tujue babu ni nani. Asante sana Mrembo. Ado wa nyumba Muriega. Turiega muno. Muriega regi. Turiega muno. Ngai ni mwega. Endo ciothe. Ngai ni mwega. Hamwe tuko pamoja kabisa. Ninashukuru sana kuja hapa Kameme FM siku ya leo kuongea na watu wa Mrima. Na mimi mwenyewe nataka niwaambie kwamba tuko pamoja. Pahali penye wazee wanaitwa kukaa huko Mrima. Hata mimi ni kama mzee kwa sababu mimi ni mudhoniwa. Tuko pamoja na ninajua tutaongea kifamilia kabisa. Karibu sana. Sisi tunakuita Babu Owino. Na leo tunataka kujua, najua tutaguza siasa pale tukimalizia because we might have all the time until 2 saa 8. Tunajua Babu Owino, babu majina yake ni gani? Jinangu kamili ni Babu Owino Paul Ongili. Yote. Kai, Babu Owino. Babu Owino Paul Ongili. Paul Ongili. Ndio. Ni jina kuanzia utoto, jina nilipozaliwa. Hizo ndio jina ambazo nilipewa. Ndio. So you are Paul. Paul ni kubatizwa. Paul. Fauro. Mimi ni Fauro kwa Kumurima. Fauro ito. Ndio. Na ni yeye tu Babu Owino. Babu Owino alizaliwa wapi? Mimi nilizaliwa mahali naitwa Imbo. Uko nyumbani uko Bondo. Bondo. Ndio. Na tulipozaliwa nikiwa class 3 baba alifariki. Sisi ni watoto watatu. Kuna dadangu mkubwa naitwa Karo. Nafuatwa na kijana mvulana anaitwa Agri. Kisha mimi ndio wa mwisho. Mimi ndio wa mwisho. Mtoto mayai. Anaitwa mtoto mayai. Mtoto wa mama. Mtoto wa mama. Na mama yetu anaitwa nani? Mamangu anaitwa Dorcas. Owino. Ndio. Kutoka kule Bondo. Yeye anatoka mahali naitwa Game. Okay. Yes. Sasa ukizaliwa pale unaniambia babako alifariki, lakini kabla hapo utaingia shule, utasomea wapi? Hapo nilianza shule nyumbani. Class 1 na 2. Alafu baba alipofariki tukaenda kule Nyalenda Kisumu. Mkahama. Tukahama. Tukaenda pale Nyalenda Kisumu. Hapo ndio mama alianza maisha sasa na sisi watatu. Yes, actually tulikuwa nyumbani alafu tulikuwa na baba pia pale Nyalenda. Alafu alipofariki so most of the time tulikuwa nyumbani Ushago. Kisha ndio tukarudi Nyalenda. Yes. Na mama anafanya kazi gani that time? Mama alikuwa akiuza changa. Oh God. Baba alipofariki, kabla baba kufariki, mama alikuwa tu housewife. Alikuwa housewife. Yes. Alikuwa tu ako nyumbani. Analea watoto. Alikuwa na kazi, alikuwa anatulea tu. Juu baba ndiye alikuwa anajaribu hapa na pale kazi ya hizi mjengo hapa na pale. Babako alikuwa mzee wa mjei. Yes, wow, that's nice. Na mambo ya carpentry pia. Yes. So ilikuwa tu kazi ya mkono hapa na pale. Yes, alafu after hiyo class 3 sasa baba alipofariki mama sasa hakukuwa na any other option. Sasa tulifungua hapo kibanda kidogo ya kuuza mboga hapo nje ya nyumba na pia kuuza changa. My God. Sasa hapo ndio maisha ilianza. Wow. Sasa ni changa. Ndio. Na sasa yeye atakunywa? Nani mama? Mama kwa na kunywa, mama naomba sana mpaka saizi. Anaomba sana. Lakini ukiona mama ameamua kuuza changa, huyo ni mama ambaye ana mbele wala nyuma, amesukumwa na maisha na naona ni changa ndio inaweza saidia. Manake hata ukiwa kwenye kijiji ama kwenye slums, wale watu ambao wanauza changa wanaonwa ni kwamba wako
chini zaidi. Maanake hata wale ambao wana uwezo katika mitaa wanaona ni kama nyinyi ndio mnaharibu familia yao. Wanaona ya kwamba wewe ndio unaharibu baba yao, bibi ya mtu, bwana ya mtu, baba ya mtu. Wanaona ya kwamba nyinyi ni kama in quotes mmekuja kuua watu na chang'aa, kuua watu maovu. So mko chini zaidi, chini kabisa. Na hiyo chang'aa ile glass ndogo inaitwa tot glass, ilikuwa ni shilingi 10. Sasa ukiuza chupa nzima ya 500 milliliters ndio unapata shilingi 300-400. Na uko na watoto 3. Na hiyo umejua ni kama umelewesha kijiji nzima ama mtaa nzima, na uko na watoto 3 wote wanaenda shule. Sasa hiyo ndio ilikuwa hali ya maisha yetu. Lakini tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuleta mpaka sasa. Na kuanzia hiyo primary school maisha haikuwa kawaida. Umeingia primary school wapi? Shule inaitwaje? Nilikuwa Central Primary School, Kisumu. Kisha katika primary wakati huo tulikuwa tunalipa fees kwa primary school. So sisi wote tulikuwa katika primary school. Na mama anajaribu juu chini, analipa kodi ya nyumba. Rent tulikuwa tunalipa shilingi 800. Ni nyumba inatoshana na hii station yetu na hii studio yetu. Alafu unaigawa katikati na curtain. Huku ni bedroom, huku ni sitting room. Na jikoni. Na kila kitu kwa hapa na jikoni na watoto. Kwa hivyo nyinyi mlikuwa mnalala na mama yenu kwa on the bedroom, sitting room huku. Alafu sasa venye tulianza kuwa nikiwa high school, sasa ndio tena tukachukua the next house hapo. Kama jirani. Sasa tulikuwa tunalipa 800. Tunalala na watoto wetu huko. Kwa sababu kwa kimila ya Kijaluo ukishafika umri fulani haifai umlale na mzazi kwa nyumba. Sasa wakati tulipokuwa tukiuza changa, maisha ilikuwa ngumu zaidi. Mnafukuziwa school fees? School fee tulikuwa tunafukuziwa sana. Mimi nilikuwa nafukuzwa sana kwa sababu ya school fees. Polisi walikuwa nashika watu kwa nyumba. Unaona mamako anashikwa wakati huo kuuza changa. Wakati huo polisi walikuwa napiga watu pia kwa nyumba. Wanakuja wanachapa ma-customers, wanachapa mamako na unaona. Umejua mtoto kama anakuwa analan na kuona vitu. So ukiona hizo vitu inakuharibu pia akili sana na kupatia trauma as you grow. Then in high school nilienda Kisumu Boys. Umepita sasa after Mwenyezi Mungu alinisaidia sana. Kitu yenye nashukuru Mungu sana alinipatia ni akili. Amen. Kai woi mwana wa muthini. Hatukukuwa na chochote, tulikuwa maskini wa hai, lakini chenye nilikuwa nayo peke yake ni akili. Hiyo ndio Mungu alinipa. Ulipata marks ngapi pale class 8? Class 8 nilikuwa na 400 marks out of 500. Kai igwe mwana. Arabia sia changa. Then kutoka hapo nikaenda Kisumu Boys. It's a national school. Kisumu Boys ilikuwa provincial school. Then Kisumu Boys tena kuuza changa. Mimi sikuenda hata primary school, sikurudi kuchukua result yangu. Maanake nilijua singeweza kuenda high school. So kufika high school mama aliita fundraising ili nifanyiwe harambee ya kwenda shule. Na nakumbuka vizuri nikiambia mama ya kwamba wewe usiwe na wasiwasi. Hakuna haja mimi niende high school juu hauna fees. So dadangu na ndugu yangu walisema ya kwamba waniwachie ni elimishwe. Kwa sababu pesa haikuwa inatosha. Sasa wenyewe wali sacrifice. Wakawacha nafasi yao ili mimi mwenyewe ndio nisomeshwe. Sasa tuliita harambee. Harambee guest of honor alikuja. Nakumbuka alikuwa rafiki yetu sana anaitwa Shem. Nilimsaidia, nilimsomeshea pia mtoto. Alikuwa na mtu wa bucha. Alikuja na shilingi 200. Hiyo ndio ilikuwa the highest amount. Wengine walitoa 100, wengine 50, wengine 10 bob, wengine 5 bob. Total amount tulicollect ilikuwa shilingi 900. Na fee ilikuwa around 18,000. Jesus. Pale high school.
So maisha haikuwa tu hivi kwa sababu ilikuwa ngumu. Mimi mwenyewe nilikuwa natoka shule, unalala njaa, narudi. Hiyo kulala njaa ilikuwa kitu normal. Umejua ukitoka lunch, nilikuwa day scholar. Ukitoka lunch, urudi nyumbani, utapata mbwa amelala penye mnapikia. Sasa hiyo umejua ushajua ni kubaya. Ushajua ni kubaya. Hakuna kitu pale. Hakuna kitu. Mama ameshikwa na polisi, amepigwa na polisi. Yes. Maisha yetu ilikuwa ya mbio. Hakuna hata kukaa kwa nyumba juu wakati wowote polisi wanaweza kuja. Ukiambiwa wanakuja, mnatoka kwa nyumba yenu hata mpaka usiku. Na hao mapolisi walikuwa poverty. Ilikuwa noma sana. Mimi naelewa maisha ya mtaa. Ukiniambia siku ya leo ya kwamba unalala njaa, mimi nishalala njaa, najua kulala njaa ni nini. Ukiniambia siku ya leo mtoto wako ana karo ya shule, nishaikosa karo ya shule. Najua kukosa karo ni nini. Hata ukiniambia unalala cell, mimi najua kulala cell ni nini. Nishailala cell mara kadhaa. Hiyo wakati mimi nilikuwa nashikwa. Hata wakati nilikuwa nafanya KCSE exams, a night tu, nilishikwa nikapelekwa Central Police Station. Kisumu. Mbona unashikwa? Unauza changana na mamako. Ndio. So askari alikuwa anataka shilingi 500. Na hiyo 500 ndio stock yetu. So huwezi peana, heri ulale tu ndani. Na pia tukukua nayo wakati. So nilipopelekwa Central Police Station. Sasa umechangiwa, tuko pale kwa kuchangiwa. Narudi hapo. Nilipopelekwa Central Police Station, venye nilikuwa nafanya exams the following day, askari alikataa kunitoa. Nililala pale. Asubuhi kuna OCS ambaye alisikia nikigonga mlango. Akakuja akafungua, akaniuliza, kijana, ni nini unapiga kelele hapa? Anaitwa Mr. Wanyama, saizi ameretire. So akaniambia, ni mtu mzuri sana. Akaniambia, unataka nini? Nikamwambia niko na mtihani. Yeye ndiye alitoa Land Cruiser, ikinitoa Central Police Station, ikanipeleka Kisumu Boys kufanya biology practicals. Hata nilifanya na home clothes. Manake asingerudi nyumbani ni change ndio nilikuwa. Uchelewe na KCSE. Na KCSE ndio hiyo. So ilikuwa very cruel. So huku nyuma nilipochangiwa ndio uende sasa hii high school shillings. Mimi sikuwa nataka kwenda shule kwa sababu nilijua sitaki kusumbua mama na ninaona ya kwamba kuna uwezo. Kulipa hiyo pesa ingekuwa ngumu. Ni stress. Boarding ilikuwa 18,000. Day schooling ilikuwa around 12,000 hapo. But mimi sasa nilikuwa day scholar. So lakini kulipa hiyo 12,000 ni shida. Problem. Ni shida tupu. So after hiyo Mwenyezi Mungu alitusaidia. Mama alienda kaita chief anaitwa Chief Kabisai. Nilimleta huku bunge akuje aone penye alinileta kwa sababu yeye ndiye alikuja nyumbani. Mama aliita chief aniongeleshe tu. So chief aliniweka nyumbani, tukakaa mimi na yeye na mama. Na akaniambia, nataka uende shule. Mimi nikamwambia nionyeshe karo ya shule. Because sitaki kusumbua huyu mama. Ana uwezo. Atakufa. Sitaki nimpatie pressure na depression. Lakini chief aliniambia neno moja yenye nakumbukanga mpaka sahi. Aliniambia, we enda tu, Mungu ataprovide fees. Wow. Hiyo ndio ilifanya niende. So shule nilikuwa naenda kila mara nafukuzwa, narudi naongea na mwalimu. Kusoma kwangu ilikuwa shida sana. That's why mimi nilijua chenye imefanya niwe hapa siku ya leo ni elimu. Mama saa zingine hakuweza kwenda mamangu hakuenda shule vizuri, aliwachia form 2. Lakini alikuwa nataka mtoto wake asome. At least mmoja. Na wengine wame drop out. Walikuja wakamalizia tu baadaye nikishaingia university ndio wakaenda wakamaliza, wakaingia high school, wamalizia wakuwe na ma certificate. Lakini so ukitoka shule juko day scholar Kisumu High School, unaenda pale kuuza chang'aa pia wewe. Utaanza kukunywa chang'aa? Nilikuwa narudi ninauza chang'aa. Unaonja? Sikukuwa na kunywa. Mimi nilikuja nikaanza kunywa huku Nairobi. Tutafika hapo. Twende pole pole. But kule sikukuwa na kunywa. Juu ile ni stock. Ile ilikuwa stock. Ukikunywa hakuna chochote. Utakuwa na hata mambo ya fia hautapata. So pale ilikuwa ni kutoka shule jioni. Kurudi nauza. Na umejua uwezi fukuza customers kwa nyumba. Watasema ni kwamba hawatawahi rudi. So wanakunywa. Na watu wenye wanakunywa pombe wanakunywa kwa njia tofauti. Kuna wale wanakunywa kwa sababu ya raha. Kuna wale wanakunywa kwa sababu ya shida, wamalize nayo stress yao. Kuna wale wanakunywa kwa sababu familia zao pia haziko nzuri, wanataka wamalize tu shida zao. So pale
watu walikuwa natoka kitu masaa 7 saa 8. Oh God, na unaenda shule the following day. Ulali jumama pia ilifika wakati alikuwa anagonjeka sana. So wewe ndio unajipangia mambo. Dadangu aliamua yeye kwa sababu hii maisha pia ilikuwa noma sana, akapata opportunity, akapata mtu akamchukua. Ndugu yangu pia aliona hivyo, mtu mwingine alikuja customer yetu kukunywa kwa nyumba. Yeye mwenyewe huyo customer siku moja alitoka Mombasa. Kukuja pale kukunywa juu alikuwa naishi hapo kwa mtaa. Siku ya kurudi alirudi na ndugu yangu. So nilibaki na mama wawili. Ndugu yako amechotwa. Yeye mwenyewe aliamua aenda jitafutie maisha. Aliamua aenda jitafutie maisha kule Mombasa. So umebaki wewe na madhako. So mimi nilibaki na madha. So life yangu yote ilikuwa mimi na madhangu wawili. Wow. Yes. So hapa kurudi mpaka saa 8 za usiku. Za usiku unauza changa. Ukishamaliza ndio lazima usome, kama uko na mtihani ndio lazima usome mtihani. So mimi mguu yangu ilikuanga tu kwa traffic ya basin nikisoma, kwa sababu usingizi imenishika hapa na lazima nisome pia, lazima nipite mtihani pia. Mimi kila siku nilikuwa naomba Mwenyezi Mungu. Nikimuomba saa 6 usiku nikimwambia Mungu nisaidie nitoke kwenye Islams. Siku yenye utanitoa kwenye slums sitawahi kukusahau. Ndio ndiposa nafanyianga watu kazi hivi. Juu nimejua nisipofanya kazi ororomoige ukali. Yes. Kwa sababu mimi mwenyewe najua shida yenye watu wanaona kimaisha. Ukiingia kwenye slums, kwenye mitaa, kwenye vijiji, wamama wanalimia watu ili wapate tu shilingi 50 100. Wamama wanauza mboga, wengine wanauza changa kama mamangu. Wazee wanaendesha bodaboda, vijana bodaboda, wanaenda kwenye mjengo, na kukiharibika wanakuwa wezi. Na kunaharibika zaidi, mambo inakuwa noma sana. That's why mimi nikiona kiongozi ananyanyasa wananchi, nasikia vibaya sana. Nasikia vibaya kwa sababu ile maisha ambayo niliyapitia. Huwezi taka mwingine apitie. Siwezi taka mwingine apitie. So hapo umeshikwa, unalala saa 8 za usiku, unaamkia ndio huyo shule, KCSE imefika, hamuna pesa, uko kwa cell, umeanza kufanya KCSE with all the problems. Utapita? Shida ilikuwa shida, but chenye Mungu alinisaidia nayo. Mimi nikiwa form 1 yote, hakuna siku nilitoka top 3. Wow. Number 1 2 3 top 3. Yes. Form 2 top 3. Form 3 top 3. Form 4 pia Mungu alinisaidia top 3 throughout. Alafu hapo form 4 tena KCSE nilipita, nikaitwa kwenye university. Ukapata grade gani? Nilipata 72 points out of 84. Sasa hiyo hatukwenda ni B+. Wow, a B+, na pale ilikuwa 400. Wow, B+. Kwa hivyo kidogo una miss A-. Nilikuwa na 72 points. So ilibaki points 2, but all in all la muhimu ni ya kwamba Mungu ndio alifanya hata nipite, kwa sababu mimi mara kadhaa sikuwa naenda shule. Naenda na once in a while kwa sababu nafukuzwa juu ya fees. Yes. Pale kwa changa ndio tuingie sasa, umepita 2 points to an A-, but it's a B+. Hiyo ndio inaitangwa a strong B+. You're so exposed. Yes. Yeah? Hata na tutaita wakania lutoko wetate kahaba. Unajua kwa pombe mambo nyingi, watu wanaguzwa, wanashikana, unasikia ni changasi ati ni mahali, hata kwa bao unaona watu wanamumunyana. You're so young, you're below 18, I should think so. Of course, hiyo time you are so exposed. Ulideal aje na hiyo story? Nilikuwa too exposed, but umejua an adult anauzia mtoto anauzia adults. Yes, but umejua psychologically, unajua maisha ndimekuweka hapo. Sasa we mwenye hata kama we ni mtoto utakuwa tu adult saa zile before umalize kuwa mtoto. Kwa sababu una interact na adults at an early age. Unaona watu pia wako na mashida, wengine wako na stress, wengine pia wanakuja kusherekea. Sasa mambo we mwenyewe una adjust kulingana na penye brain yako una behave kama hao watu wazima. Yes. Wow. Kwa sababu maisha yangu yote ilikuwa kuinteract na watu wazima. Yes. Throughout. Kama si customers, watu wazuri wa changa. Kama si customers, ni mapolisi. Umeshikwa msako. Kama si polisi, watu wa changa. Yes. Juu polisi mara kadhaa wanakuja na ile lori inaitwa Mariam, wanasimamisha mbele ya mlango. Kila mtu anatoka hapo akiingia kwa Mariam. Hiyo maisha haikuwa maisha ya mchezo. Wow. Ndio. Umepita na umeitwa university gani? Niliitwa Egerton University. Wow. Venye niliitwa Egerton University kustudy business management. Mimi mwenyewe siku yangu ya kwanza gazeti ilikuwa 30 bob. Yes.
nilichukua pesa ya changa 30 bob nikanunua gazeti results ilipotoka ya KCSE. Yes. Kutafuta jina yangu kwa top 10 in Nyanza province. Manake mock nilipata B+ ya 69 points. Ukishapata mock B+, it is automatic that utapata A plane kwa KCSE. Yes. Automatic. Yes. Utapita. Then nilipopata hiyo B+ nilikuwa sure. Na pia kulingana na performance yangu ya Kisumu Boys. Na hata watu wa Kisumu Boys ambao wanasikia sahi watakuambia huyu babu alikuwa hatari. Mimi ndio nilikuwa nafundisha classmates wangu wote chemistry, maths na accounting, the whole syllabus. Whole syllabus. Maths, chemistry na accounting. Na naongea wanasikiza, wananiona. Wanaweza kukukonfirmia. Babu alikuwa hatari sana kuja kwa maneno ya mwalimu anakuja na keti chini, mimi ndio nilikuwa nafundisha. Wow. Closing day ikifika, wakipeana nini presents kwa wale ambao wameshinda katika kila subject. Ikifika kwa maths, chemistry. Wakisha announce number 3, number 2, mimi ndio nasimama kama number 1 na ni hivyo. Wow. Nasema hivyo because tulikuwa 303 candidates in Kisumu Boys. Na wanajua. So results venye ilitoka nilinunua gazeti. Na 30 bob. Nitafute jina langu top 10 Nyanza province. Nilikosa. Nikaanza kutafuta from number 11 to 100. Nikakosa. Nikaanza kuangalia number 100 to number 1. Nikakosa. Niliona tu machozi na kulikuwa kuna drizzle. Hiyo siku yani nilishikwa, yani niliona hii sasa nimefail. Nika gain courage, nikaenda Kisumu Boys kuangalia results zangu. Hivyo ndo niliambia mamangu, mimi maneno yangu na masomo tena sitaki kusikia. Kwa sababu chenye nilikuwa nataka nipate sijapata. Nilikuwa discouraged sana kimaisha hiyo wakati. So at that point ndio kuna kijana mmoja alikuwa anaitwa Ken. Ken alikuwa anakunywa kwa nyumba yetu. Ken alikuwa anatengenezea. Hawa wanakunywa kwenyu kwa nyumba? Kwa nyumba, haikuwa ba. Sio ba? Hapana, ilikuwa ndani ya nyumba. Hii nyumba moja ndio tunakunywa. 800. Ndio walikuwa nakunywa hiyo. Pale sasa pesa ya rent ya ba utatoa wapi? Ilikuwa tu ndani ya nyumba. Jesus Christ. Yes. Sasa huyu Ken alikuwa anatengenezea jamaa mwingine radio pale kwa stage. So huyu jamaa Ken hakukuwa na simu. Sisi tulikuwa na simu nyingine tulinunua mbili hizi katululu. Sasa ile ya kucommunicate kama polisi anakuja tunapewa rada ili tutoroke. So Ken alikuwa an electrician. Na alikuwa anafanya kazi pale stage Kisumu na anafanyia jamaa mwingine kazi. Huyo jamaa akitafuta Ken alikuwa anatafuta Ken through namba yetu. Namba ya mamangu, hiyo simu ilikuwa ya mama. Tulichukua na mbili, ni simu I think iliibwa tu, alafu sasa sisi pia tukauziwa. Unaelewa? So siku moja huyu jamaa venye alipiga simu, mimi ndo nilikuwa na hii simu. Akaniambia nataka Ken. Nikamwambia ukitaka Ken nipe mbili ndio nilete Ken. Ile tu nini mind ya mtaa. Ugeto. Akaniambia kuja na Ken na kuja hapo juu ya barabara. Kuja na Ken. Nikamwambia Ken twende. Kufika hapo jamaa kaniuliza. Nikamwambia iko wapi mbili yangu? So umejua mentality ya mtaa. Akasema kuobtain. Akaniambia nikikuorganizea mahali upate scholarship. Haya Jesus. Hivyo tu unaweza enda. Nikamwambia ni scholarship ya nini? Akaniambia ni A levels. Juu watoto wake walikuwa nasoma hapo. Nikamwambia ni wapi? Akaniambia ni Nairobi. Sasa hii nilifanya sasa venye nilikuja Nairobi. Sasa akaniambia nikikuorganizea scholarship ya kufanya A levels British system. Hiyo Cambridge system form 5 and 6 inaitwa AS and A levels. Utaenda? So nikasema after all hii grade yangu ya KCSE niliona haikunifurahisha hata kidogo. Na saa hizo mamangu amechangamka, amefurahi mtoto wake anaenda university. But mimi kwa roho yangu sitaki hiyo story kabisa. Sikuwa nataka hiyo story. Niliitwa Egerton calling letter venye ilikuja, niliambia mamangu sitaenda university. Na ni calling letter. Calling letter. Na niliitwa, ninafundishwa na Higher Education Loans Board. Nitapewa help. Lakini nilisema siendi kwa sababu
chenye nilipata haikunifurahisha. Igua ndore marathi gucira na ngaru ya junior bunge. No ukierie commercial break. Guy Unaona? Sasa nikaambia huyu mdozi wa Ken. Mdozi wa Ken, yes. Mdozi wa Ken. Nataka high levels. Sasa mimi nikapata opportunity. Kuna kazini yangu alikuwa naishi hapa Kabiria satellite, anaitwa Omondi. Nikamwambia wacha ni find out, nitakupigia simu. Yes. Kama Omosh atakubali kunikubalia niishi naye Nairobi, yes, then nitachukua hiyo scholarship. Asipokubali then sitaenda kwa sababu siwezi kuwa na pesa ya kulipa rent Nairobi. Yes. Nikapigia kazini yangu anaitwa John Omondi. John Omondi akashika simu. Akakubali. Akaniambia babu, kuja tu Nairobi, tuishi Nairobi na wewe. So venye alinikubalia, mimi nikaamua nikuje Nairobi kwa sababu hiyo ndio ilikuwa siku yangu ya kwanza. Mara ya kwanza kuja Nairobi ilikuwa 2007. Wow. Hiyo ndio hii time ya crashes, yes, by elections. Yes. Yes. Na hiyo wakati ndio ilifaa pia ni join university. Na umekataa, umekwara ile ya Egerton. Yes, ile ya Egerton niliwachana nayo kwa sababu sikufurahia grade yangu. Yes. Mbele ya Mwenyezi Mungu. Watu wote wa Kisumu Boys, yes, classmates wangu, wakasema babu umejiwaste kimaisha. Umejiwaste kabisa. Wewe sasa unawachaje university, uwezi enda huko. But mimi niliamua kwa sababu nilisema tu acha niende Nairobi. Sasa chenye linifurahisha kwa hiyo yote, sikukuwa nataka nisome tena sana. Ilikuwa tu kukuja Nairobi. Unaelewa? Interest yangu ilikuwa tu nikuje nione Kanairo inakaje kwa sababu sikuwahi kanyaga hii Nairobi kwa maisha yangu. Mimi town yenye nishaenda city ile kubwa yenye nilishaenda kubwa ni Kisumu kutoka Ushago. Sikuwahi toka. So Omosha kaniambia kuja. Nikakuja. Kukuja nikafika Ambassador. Yes. Hapo ndio nilishukia. Si bus station, tulikuwa tunashukia Ambassador. Yes. Hapo Ambassador 207. Kuna rafiki yangu anaitwa Benjamin Sidori. Benjamin Sidori tulikuwa na yeye Nyalenda. Yeye alipita mtihani akaenda Starehe Boys. Okay. So venye alienda Starehe Boys, aliitwa KU. Sasa yeye ndio nilimpigia akakuja kunichukua Ambassador, kunipeleka kwa Omosh. Yes. Because niliambia Omosh nitakutana na Benjamin, atanichukua Ambassador, atanileta kwa anajua huko Seti, yes, Kabiria huko kwa maji. Then before hiyo tukasema twende tutafute Millennium Academy. Hapo ndio kulikuwa na hiyo mambo ya scholarship. Hiyo siku niliingia asubuhi saa 12. Yes. Ndio nilishukia. Masaa ile samaki inafikanga huko kwa market. So tukatoka na Benjamin tunaenda kutafuta Millennium Academy. Millennium Academy ilikuwa hapo Peponi Road na bado iko Peponi Road karibu na Sarit Center. But kufika huko tukachukua gari yenye ilitupoteza ikatupeleka Ruaka. Nataka usikie maneno. Shikilia hapo. No boy mora tauma Starehe. Huyu Starehe alipata grade gani form 4? Huyu wa Starehe mwenye ameitwa KU form 4 alipita vizuri sana, alipata A-. Ndeba kuigua riri ithuĩ turenda kuigua turaingira bunge ya Samido twari naki. Samido ni arenda kia Njororoko. Wacha tusomoe mohoro, tunasomoa news, tunarudi babu. Samido arenda kiriko. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma Kameme Kayoka Mwigi. Ile kisanga imefanyika huko na umezima simu, ungejua na kuambia pole sana. Kwa ni muthuri wana mutumia ni akugire. Onawe ndumwingate ndumire arume athika. Bogetigwo vikana yerenga na wikale utena mutumia. Wakati waliona simu yao inaenda, walitoka. Wakapata wezi wakati ndio wanajaribu kuangusha nini? Let Ruto go, then we will figure out and we will tell you what is the alternative plan later. We cannot tell you now. To me, that sounds like the wash conmanship. Tafuto wira ni undu wa gukorwo ni nyonekanaga na muheshimiwa Rigathi wa Gachagua. Uma weigiririku no shaba. Arome guthingatwo gwikinyagia thibitari-ini guthurimwo mbere ya kwihirwo makiria ni murimo na ateti kwirikana nio maragiria mogaruruku ruhonge-ini rwa maobitha borithi. Ni ceceni yaku ya kimerera Kameme Kayuka Mwigi ngikwamukira metha-ini itu ya mohoro itha-ini riri ria thaa thita ni huko igitegwo na itate haria cionerwo cigiikia na noguo athuri maracokereria magiri na ngururu cia micii njitagwo Mwaura wa Wanjiku.
Muingi na makiria harume marorio gwetha uthorimi wa mirimu mahinda kwa mahinda hamwe na urigiti wa tene niguo gwithema ikuo iria cingihota kurigiririka ta uria turatamburukirio na mwandiki wito Zakari Kamau wa Njuguna. Omothe mweri 24 mweri wa mugwanja niguo muthi wa kimabũrũri wa guthomithia andu kwimenyerera o mundu kiumbe niguo self care day. Muoroto ukimurika ugima wa mwiri uria ubatie guthaitirwo mathaa 24 o muthenya thikũ-inĩ ciothe 7 cia kiumia. Metha ya mohoro turacemania na anyiti itemi guthaitĩri-inĩ uyu kuhitukira njĩra cia kimerera. Kezia Mubibo gwa ni murimi wa indo cia kimerera kuma itura ria Murengeti Limuru kuria aroria thirikari kuhura arimi aya njeki makiria hari ucindani thoko-ini. Andu aitu marathira uria kansa ingihite ni undu wa gutumira ndawa na ngacoka ngamenya mabũrũri mau matumaga mathondekaga ndawa o matiri hindi matumagira. Rorerwo indo iria turakwo ni ikinyanirie ikiro nigetha tuone thoko. Muungano uretwo BioVision Africa Trust uria ukoretwo unyitiriire arimi aya ni ukunyitanira itacoki-ini riri ta uria Christine Aranda Udieki aratariria. Mawetu tunawachukua kama sasa tuko na program tunayoita PGS, so tunawafanyia training waweze kuwa certified at the end of the training, wakuwe fully na certificate ambayo inawaruhusu kupeleka vyakula zao katika soko. Na currently tuko na soko ambazo zinahusa hizo the organic foods peke yake. Kiumamirira-ini na kwerekeria ndurumeni hari urigiti wa mirimu, Ndagitari John Gitau kuma ruhonge rwa Joakim aria marigitaga kuhitukira njira cia kimerera ni aratariria bata wa andu guthiorimwo mirimu mahinda kwa mahinda. Ngikona mundurume agiuka akoragwo agithua, especially ta hindi no kwina hewa ni aria makoma magithua, angi ni maremetwo guthima wira-ini ni manyitwo ni thina wa arthritis na mundu ucio ndarahota guthii korata mathina ma cancer. Mundurume ucio arathii thibitari hindi iria ena thina wa cancer ikinyire stage 4 no ni athondeketwo stage 1 na 2 no ni amairirie. Atumia ni moka kaingi na magathondekwo thina utari urakinya stage 3 na 4. Ni kaunti ya Kiambu, mitambo-ini ya 101.1 Kameme FM. Ni njitagwo Zakari Kamau wa Njuguna. Gikundi kia aromereria kiama kia DCP kaunti-ini ya Murang'a maroria mutongoria wa aria aingi bunge-ini ya bũrũri Kimani Ichung'wa kuhoya urekeri ni undu wa miario yake ya ica ikuhi akierekeria mutumia wa mutongoria wa kiama kiu niwe Pastor Dorcas Rigathi na kuria aramukuruhanirie na kwaga kwihokeka kihiko-ini. Gikundi giki kihete Ichung'wa thiku 2 kuhoya urekeri na kwaga uguo mathi igoti-ini. Njetawo Mwangi Kibeti Kimani wa Ichung'wa miario araririe ni thoni muno kwaria ndeto cia njaga ya mutumia kana ndeto cioriri nja wa muhirigo wi mundurume kamure muingi-ini. No nyende kwira Kimani wa Ichung'wa mitugo yo rekire ni irarutire athuri nguo, athuri a Kikuyu magiro ni meke tambiko mathinje mburi nigetha uthahurwo nigetha uhurwo na tatha. Kimani tumekupe 48 hours from today, if you don't withdraw kama hutatoa hiyo matamshi sisi tutakupeleka kotini. Kimani Ichung'wa miario rio raririe ni akwagira atumia gitio kwa Jeta Jacinta Wangari wa Ng'ang'a. Urumete mutumia wa Mugikuyu kana urumete mutumia wa mutongoria kiu no takirumi. Uria wari muikarari giti wa mbere wa kamiti ya utungata wa maobitha borithi Johnston Kavurudi arauga ateti nio mahotomagia mogarũrũku ruhonge-ini rwa maobitha borithi. Kavurundi arauga kurigiriria mogarũrũku macio ni gucangĩire gukorwo na maobitha matari na mitugo miega na aria magarara ihoto kana aria makoragwo makiagarara ihoto cia raia. And yet clearly police reforms could not have been done single-handedly by the National Police Service Commission. It is a responsibility that fell upon the shoulders of everybody in government and the entire Kenyan population when you consider that we are looking at a civilian police service, not a militarized police service. Na huku nderu wa mieke ya mawira gatagati-ini ka mbeũ njithi ni muhinga utari uramathirwo kihonia ndari cia ica ikuhi ikionania ati makiria ma gicunjĩ kia 35 harĩ igana kia mbeũ njithi gatagati-ini ka miaka 18 na miaka 34 matiri wira. Ni riboti turatamburukirio na mwandiki witu wa Mbugu wa Githinji. Makeria na kameme kayuka muingi mbeũ njithi aya maugite riu ari miaka 3 kuma riria thirikari ya Kenya Kwanza yoire matamu mawa
wathani ndigana kuhingia ciraniro iria yamerire cigie kumathondekera mieke ya mawira. Twerirwo mawira ni government ino etire ya hasla na nikio twamicagurire tukiumira turi ingi muno nigetha tumicagure, lakini kiria turagerera tha ici a lot of youth matie na mawira. Ndĩranya ta graduate ũtarĩ wĩra ikoretwo mĩaka ĩrĩ ndĩta na no wĩra tũracaria tũkoretwo kwa promise nĩ thirikari tũkũheo mawĩra twarĩkia thukuru no nginya mũthenya wa ũyũ no gũtama tũratama. Oho mbeũ njĩthĩ ya maugĩte mĩeke ya mawĩra ĩrĩa ĩkoretwo ĩkĩonekana no arĩa marĩ na andũ maramanyita moko kuma kũrĩ thirikari maragunĩka. Kũndũ kũingĩ either kwĩna corruption tondũ angĩ nĩ marenda kũrĩhwo ũgakora athuri angĩ marenda gũkũhũthĩra ũru nĩgetha makũhe wĩra kana marenda andũ mena experience. A lot of youth wakolaned nĩ mathomete mena madigiri no rĩu rĩ obici-inĩ cia thirikari rĩ sometimes you have to know somebody, it's who you know. Gũkĩrĩ ũguo nĩ mũrĩtie thirikari kwaga gwĩkĩrĩra gũthondeka mĩeke ya mawĩra kũrĩ tu mbeũ njĩthĩ arĩa mathomeire kothi cia moko kuona kũrĩ na angĩ aingĩ mathomeire kothi itiganĩte. Nĩ mũrauga maũndũ maya ma affordable housing, okay, it's a good thing no rĩu rĩ citigũtũra ciakĩtwo na tikira mũndũ ũthomeire mĩako koguo ti ithuothe tũtingĩiganĩra mĩako-inĩ ĩyo. Mwena-inĩ wake mũmbunge wa Naivasha Jane Kihara nĩacakaĩte nĩ mĩeke ya mawĩra ĩrĩa thirikari ĩkoretwo ĩkĩmerĩra kũmathukĩria nja ya bũrũri. Wasichana wale wanaenda China, wanaenda wanapachikwa miba na mbegu ya wa China, ambebee mtoto azae arudi. Hiyo ndio kazi ile unasikia tunaenda kazi ya nje. Handũ-inĩ ha kameme kayũka mũingĩ Naivasha njĩtagwo wa Mbogo wa Gĩthĩnji. Na ũcio nĩ mũthia wa mohoro ma thaa thita mangĩ nĩ ciehanda thaa mũgwanja njĩtagwo Mwaũra wa Njiko. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma kameme kayũka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro hũra thimũ namba 0704 111 555. Mwako wa kameme kayũka mũingĩ nĩ wongereirwo ũgakindĩrwo hinya maita mana makĩria. Arahũka, canjamũka, kwĩgangara, homboka, o tabarĩra nĩ nyongerere hinya maita mana makĩria. Arahũka na Gatonye wa Mbugua Men thinacara nginya thaa 4. Canjamũka. Baby Top na Team Master kuma thaa 4 nginya thaa 8. Jeff Njoroge ũgatũtwara wega tuma hau tũkegangara nginya thenashara kuma thenashara tũkahomoka nginya thaa 4 cia ũtukũ kuma thaa 4 cia ũtukũ tũkanyihia hwaĩ na mzima aka Muheshwa kule Nakuru County nĩ gũcanjamũka. Good afternoon. Thaa thita na ndagĩka 13 ndĩraigua akiuga kahora ndĩrenda kũmugĩra ona tũringĩre promo nĩ ũndũ wa mathaa nĩ ũndũ wa ũma ũigĩrĩrĩku no camba. Thengio mũno nĩ gũtũthikĩrĩria, thengio arĩa maratwĩrorera no mũthĩ arĩa makoragwo kũrĩa online. No andũ aingĩ maigagĩrĩra andũ angabate nĩo matohokaga. Ndĩracokire kũmenya nginya Canada mena kamũrimũ kau no mũthĩ me top. Umuthi mahorerete kuhorera. Umuthi no nĩ kawiki gaka. No nĩ maraigua mathandũkũ nĩ maragĩkinyire hena iheo. Ona ni ngirĩte otao. Na gakima tũrĩa ga Spencer. Gakima tũhorerete gũtũkaria ngima ya Spencer twetereire iheo citũ cikinye. Nĩgetha tũkorwo tũkĩaranĩria na Mheshimiwa Faulu. Babu Awino kuma kũrĩa Bondo na no tũrathiĩ na nĩ tũraigua rũgano rũu rwega mũno tondũ ithuĩ tugaga niĩ ndĩtwo nĩ thĩna ta thuya rĩu kũrĩa andũ othe nĩ magereire to gũkũ gwitũ nĩgetha andũ magatigaga gwĩcokia nĩ mĩena yothe handũ hothe gũtirĩ mũndũ ũtageragĩra maũndũ. No kamenya atĩ we wĩ candidate ya irathimo ciao cia Ngai na nĩguo twambirie mũthenya wa ũmũthĩ. Ngima ya Spencer, ngima njega nĩ ngima ya mũtu wa Spencer. Wona wathiĩ nduka-inĩ ũgĩtia mũtu ndũgetie mũtutu, etia mũtu wa ngima wa Spencer. Ũronekana nduka-inĩ ciothe wona waingĩra kũrĩa Naivas Quickmart, wĩingĩre kũrĩa Mwindi Mweusi, wĩingĩre nduka-inĩ, wĩingĩre wholesale, nĩ ũgũkora mũtu ũyũ wa Spencer Premium na nĩ mũtu mwega wa gĩkĩro kĩa igũrũ na gĩkorwo we mũtu ũti mũkinyu kwanyu. Twandĩkĩre kũhĩtũkĩra 20014 wakwenda kũ distribute na ithuĩ nĩ tũgwethana nawe tũmenye ũrĩa mũtu wa Spencer Premium ũgũkinya kwanyu. Very good. Nĩ wageithio nĩ Rose wa Ellen Premium Tea na ngeithanirie gwa Sam West. Sam nĩ wakũrĩa gwitũ Karau nĩ wa Nyandarua na kũu tũrakwĩra wagũra macani ma Ellen Premium Tea magagũtwara wega mũno no kanyotoka magacoka magakwĩra nĩ sachet ya kuma 15 grams kuma ciringi 10
kuma 10 bob we sorted tondu mena macani mau mothe macani mega muno ma Ellen Premium Tea magikiro kia iguru macani urekira tunini tu na magacama na ni macani maguku bururi-ini makahitukio na magathurimwo na magetikirikika mekoria Old Mombasa Road eyo ni warehouse no genda kumenya maingĩ ona gustock macani maya ona aria maranjira ni turenda macani maya makinye gaf na kuria kungi hura 0769 915 917 0769 915 na nigwirire no igire kuria gwa Sam West Visual Flames Wholesalers medaguriti kanini wholesalers kuma kuria nginya Thika ona Naivasha Gawanji General Stock Kayore hena Ebo Gods makoragwo kuria Gikuyu SK Nafaka Thika Road Junior Wholesalers Githurai Safari Pema Wholesalers Ruiru na kundu kungi kuingi wenda gukenerera macani macio please ni macani ma Ellen Premium Tea Nice Extra Premium ni mutu mwega wa ngima wa gikiro kia iguru wina cama na riria waria mwena family yaku mukagia na hinya na mugaikara mukenete kumenya maigi ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi nĩ thaa thita na ndagĩka 16 mathaa ukimenyithio ni Starsoft Water Lily Fabric Softener gutire kindu kiega ta wendo wa nyina wa mundu wendo wa kuhoreria ngoro wa hindi ciothe na riu wahuthira Starsoft Water Lily undu ucio nduri hindi ugathira Starsoft Water Lily ni uri mutarariko maita mana makiria gutigirira ati nguo ciaku cina mutarariko na muruke mwega uria wikaraga muthenya mugima Starsoft Water Lily yonekaga na bagiti ya thogora mubashirire tondu wendo na utheru itiagirirwo ne kunyiha kana guthira igeria Starsoft Water Lily umuthi no ciringi 20 tu tondu gutire wendo wa gutura ta wendo wa nyina wa mundu thengio muno muthoni wa digital ni watutwara wega muno na kuria kwa KCB Mavuno Tea Loans yes goko turamenyithio ati KCB ni marahe arimi ya macani ngombo ona ho magakugurira ngombo gikorwo wina ngombo na sako KCB ni maroka magakugurira ngombo yo weru uri hagio kahora magakurihira yo ikugwa sako thiro gakurio weru ugatigwo kiriha KCB na marihi mao methe muno na KCB Mavuno Tea Loans no uri hena yo fithi kugura machine cia mugunda na maundu mangi maingi na ndu wandeto makiria ri wikinye ruhonge ruothe rwa KCB hakuhi nawe okorwo ti uguo weterere tondu Jumatatu tarehe 28 ni magatuikania Limuru Githunguri Kagwega Koe Kamwangi Batara kia Rutara na Gatura uguo no ukorwo wina ku Monday nigetha magutariria ndeto eno makiria. Asante sana The Don na kuona unasikiza kabisa asante sana wajera we Isiolo kana weko na riothe maratuthikiriria tukamacokeria ngatho muno Dennis Itumbi asante sana uko mitamboni tugakena muno Kenya na kuria na Kenya God bless you so much turacokereria na Babu Paulo Celestial Eternal Recruitment Agency meha ni undu waku mena mawira maingi ta ma security officers caregiver materefam arutia wira factory-ini na mawira megi hospitality Celestial Eternal Agency magutaithagiriria gwika visa application flight and hotel booking ukwandikithia wira na wakinya magagucariria gwa guikara Celestial Recruitment Agency mena mawira Europe kundu ta Serbia Malta Holland Germany Romania na kuo government wira Dubai Qatar na Kuwait kwina mawira mothe ma mundu wina githomo ona utari urabatara gukorwo wina miaka 18 na guthie na iguru uhoro makiria hura 0116 599 588 kana wekinye office-ini Applewood Park Kilimani second floor room 304 na consultation ni free Celestial Eternal Recruitment Agency your gateway to a better life abroad Kameme Classified right tugithiete wega na ndireciria riu biru ciakwa ni ndariha nigetha tugagithi tutwaranite wega uria twiranire na thikiriria kwa mdogo he undu tutigitie utigiro tutigitie tiga haha no class na Starsoft turakwira Starsoft wathie duka-ini sachet ni ciringi 20 nguo ciaku igatararika muthenya mugima ni na turakwira ugure Starsoft ireretwo Water Lily Fabric Softener yes 20 bob only ugatararika muthenya mugima ta imagine kibao wena ciringi 10 sachet ya LNT wacoka ru ukagura mutu wa Spencer wakiumira wagetha vita na ndagika 19 mathaa ukimenyithio ni Sawa Petroleum Jelly riria wi mihango-ini yaku ya o muthenya ririkana kwiyenda na kumenyerera ngothi yaku ugitumira Sawa Petroleum Jelly Sawa Petroleum Jelly igitagira na igatiga ngothi yaku inyoroku ona hindi ya heho
Sawa Petroleum Jelly yonekaga duka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe na thogora mwega. Kwĩna Sawa Petroleum Jelly ya Cocoa Butter, Sawa Original na Sawa for Men. Sawa Petroleum Jelly nĩ mũrata wa hakuhĩ wa ngothi yaku. Thank you Stefan. Mamake Sam nĩ ndakuona wĩna siasa mũno na no wakĩgeithia arĩa metagwo Adequate Safaris me kũrĩa Kiambu Road. Asante sana Maureen. Na kũrĩa kwa Nokras wajĩra atĩ kũrathiĩ atĩa? Kũrĩa kwa Nokras no igire harĩa Nokras and Car Sagana. Wewe thabarĩ-inĩ ya gũthiĩ ũguo mĩena ya gũthiĩ na Nyuki, Nyeri, Garatina na nwenda wega handũ hega ha kũhurũka igira kũrĩa Nokras and Car Sagana. Ona mwĩna chama yanyu hau hena maũndũ maingĩ mũno mũngĩkenera na no ciringi 550 mũkaigua wega o mũndũ mwĩna kĩama kĩu kĩanyu. Ũguo wenda handũ hega ha kũhurũka wĩ thabarĩ-inĩ ĩyo igira harĩa Nokras and Car Sagana. Right, ndirona andũ 49 people killed after Russian passenger plane crashed. Turerirwo maundu ni maundu Ngai amahe kihuruko gitathira. Imagine wina ciringi 650 wina broti yaku thiini wa Nakuru City. Nakuru City ni city irakura na njira nene muno ogwe gatuika kundu kuga muno gwa kuonjorithia. Username Investment Limited ni matumurite Nakuru Opal Estate. Ici ni broti cio 8 acre iria cie highway-ini ya Nakuru Eldoret. Daika 20 tu kuma Nakuru City na mita 100 tu o woi marami-ini ya guthie Rungai. Kwina perimeter fence, faracio theini, mai na thitima. Wagura cash urenderio 650. Uko buku broti yaku na deposit ya 80 balance murikanire. Ningi no rihe ukahora na installment cia mwaka. Ko book site visit andika kiugo mugunda utume kuri 20321. Kiugo mugunda utume kuri 20321 kana uhure 0725 00022. Tukirora kwa meto na thikiriria ni tugu suggest maroro tondu no mimogi arauga ati hizi bills zinafanya hata mtu asikie kuvutia kasongo. Azotikagerio ni arwaru ni ya Pwani Oil ni magacera matura makahunira Kajai, Kiagima na St Joseph mwena wa Githunguri kunyitanira na arimi aria maigaga ng'ombe cia iria. Ni magoka gukuonia njira njega ya gukama ugitumira maguta ma Sawa Milking Jelly maria makoragwo mari soft na magatigirira ati ng'ombe yaku ni irakamika na njira njega o ati ndingihitha iria. We murimi wa iria ni ukeyumiria wona uria maguta ma Sawa Milking Jelly mokite gukuguna hari urimi waku. Ni Friday tariki 25 mweri uturi kuria kahunira Kajai, Kiagima na St Joseph. Right, thank you so much. Shedeta wega thathita na ndagika 10 kana 22 ni ngatho ni gututhikiriria wi guku Kenya na kurana Kenya na ni ngatho ni gutwenda na guturandura tumucokerie mugeni ni tumenya ati gutumena ati uguo muno no hanini ha weekend no ukimenya tukire na mugithi wa Samido kuria gwetagwo Thika Road haria Embassy Bistro kuria kwa Rose wa Embassy Bistro ni mugithi munene wa Samido ni ukeyumiria. We are almost there. Mwega muthikiriria jitagwo James Macharia, CEO Top Care Labs Kenya. Andu aingi managia na matanya ma kugura broti no magetigira ithwe ta kamboni ya Top Care twina mubango wetagwo professional undertaking haria tugwetekageria ukena wakiri waku na gawikira maundu mothe ma transaction nigetha riria ukarekia guturiha no title deed ukoya kwi wakiri waku na riu twina mugunda Juja uria turakwenderia 595,000 only. Joska Kagudo Road turakwenderia 445,000 na kuoma tu turakwenderia 285,000. Tusherera Ruiru Town, Greek Towers first floor kana Ruai Town, Ruai Plaza kana tuhurire thimu 0708 oregi 0708 Top Care Lands, your trusted home for investment. Tired of the old school way of opening a bank account? Say goodbye to long lines and endless paperwork. With NCBA, you can open an account in just minutes right from your phone. Hakuna stress, hakuna long queues. At NCBA, we're making it easier. Open an account online on the NCBA Now app in minutes. Download the NCBA Now app today to open an account, save and transact from anywhere at any time. Terms and conditions apply. NCBA Bank is regulated by the Central Bank of Kenya. NCBA. Go for it. Thank you. Edwin Githara patiwa double ya JD Jack Daniels nitalipa. Nitwashokereria.
athikiriria ni mararakara no LNT ni gukena marakena na ithu tugagikena at least tugatiga kuriho mweri 49 at least we love you so much. We love you back. Ona station ya makire ni erigagwo kai okire ku very good. Ni twacokereria na njoro ito ya kothi twina Fauro Babu Awino kuma kuria Embakasi East tutire turakinya ku turugendo-ini rwake na haria hahutĩtie mũno na rũgano rwake nĩ atĩ akwendia canga na nyuagĩrwo kwao mũciĩ na nĩkuo marakoma nĩkuo. Oh my God, twanaiguana nĩ twaigua. Mheshimiwa, karibu sana. Hatujafika kwa Mheshimiwa Fauro wito, karibu sana. Sasa umekuja Nairobi na mumepotea ati mumeenda Rwaka sasa. Kumbe ujanja iko tu kwa masomo, sio utao imekuchenga inaenda bea hiyo. Sasa nilishuka Ambassador. Kushuka Ambassador tukasema tunataka kwenda Millennium Academy pale kwa A-levels. Pale kwa A-levels. Yes. Ili nipate hiyo scholarship yangu nianze masomo. Then tukauliza Millennium iko wapi? Mtu akatuambia hapo Ambassador, endeni pale Koja Mosque. Yes. Utapata ma3 hapo. Mpande ma3 mshukie Rwaka. Tukapanda ma3 hapo. Tukatembea mpaka Koja pale. Tukachukua matatu hapo kwa roundabout hapo. Tukaenda mpaka Rwaka. Kufika Rwaka tukaanza kuuliza Millennium Academy iko wapi? Tukaambiwa mliambiwa iko wapi? Tukasema iko side za Sarit Center. Westlands. Wakasema hapana. Kuni Rwaka bwana. Huko ni Rwaka, mrudi. Mpaka Odeon. Kufika Odeon sasa tulikuwa tunapita na njia ya kufika pale Aga Khan. Ilikuwa hapo mwisho ya Aga Khan hapo. Tukachukua ma3 hapo Odeon tena. Na umejua sasa hii fare sasa imeisha. Sasa kwenda hata satellite ni a problem. Sasa kwenda hata ya satellite sasa tujue tutapata wapi. Ndio tunatumia hapo. Tukaenda tukarudi pale Odeon, tukachukua matatu mpaka Parklands, mwisho wa Parklands. Sio shule iko Peponi Road. Peponi Road iko Westlands constituency. Tukashukia hapo, tukaulizia Millennium Academy, tukaambiwa, tukaingia huko because nilibeba all my transcripts. Na CV yangu kidogo nime-upgrade kidogo. Tumefika hapo Millennium. Tukaingia hapo Millennium Academy. Kuna director anaitwa Mr. Kanji. Mr. Kanji, hiyo shule is owned by Indians. So Mr. Kanji akatukaribisha hapo. Yeye ndio director. Baba mzuri sana. Kaniuliza penye nimetoka, nani alinirifaa, nikaeleza yote, akakubali. Akasema niliscore nini, kila kitu nikapeana. Akasema sawa, ngojea tutakuita. Ile simu ya mamangu mimi ndio nilikuja nayo. Umekuja nao Nairobi. Sasa atakupata maadhe hakuna. Sasa Mr. Kanji akasema after 2 weeks tutacommunicate. Then after 2 weeks sasa tukarudi mpaka town. Tukauliza Mosh, sasa gari ya kukuja Seti ni wapi? Sasa narudi tena tutembee mpaka Railways. From Odeon tukaenda mpaka Railways. Kufika Railways sasa huu Benjamin ndiye alikuwa ananisaidia na fare jumi. Sasa mimi venye nilikuwa tuna ya kufika ya kufika na hii. Sasa hapo tukapanda gari hapo ya kwenda Seti mpaka Kabiria kwa maji. Omosha akatuchukua pale kwa maji. Akatuchukua hapo because alitupatia direction nzuri sana. Then Omosha kanikaribisha. Tukaishi hapo nyuma ya Lenana hapo kwa maji. Ukitembea mpaka chini kuna nyuma ya Lenana School. Pia kwa room yenye natoshana hivi kama hii studio tena. Omosh alikuwa anafanya kazi gani? The host. Omosh alikuwa tuna hizi odd jobs, kazi ya mkono tu. Akisikia kazi imepatikana hapa na pale ya mjengo nini. Hii na pia haikuwa consistent. But Omosh ni mtu mzuri sana. Mtu mzuri, alikuwa na roho poa sana. So tulikuwa na Omosh hapa. So tukakuwa hapo. After 2 weeks nikapigiwa. Unaamka kwenda na Omosh. Tuko tu hapo tu, mimi niko tu mtaa. Sasa umejua nimeingia Nairobi. Sasa mimi nina furaha. Niko excited kuingia Nairobi kushinda venye kwenda kusoma. Nilikuwa na furaha sana kwa sababu nimekuja Nairobi for the first time. 2007. Nishafika. Sasa chenye nanifurahisha hapa ni ya kwamba si lazima niende shule.
mimi nilikuwa nakuja Nairobi, umefika. Nilikuwa nakuja kuhustle kwa sababu kama ni kusoma, nilisoma sana high school. Yes. Na mashida nyingi sana. Form 1 yote top 3, form 2 yote top 3, form 3 yote top 3, form 4 ndio mambo inakuja kivyake. Yes. Nikasema hii maneno ya masomo sitawahi soma. Umesoma sana. Hii nimesoma sana. Hata KCSE by the way mathematics paper 2. Yes. Na naongea na watu wa Kisumu Boys wanasikia. Mimi ndio nilicorrect a mistake in KCSE examinations. What? Genius. Ya 15 marks. Yes. Tulipewa pepa hivi kusoma question, nikajua kuna shida. Nikainua mkono, nikawaambia kuna shida kwa hii swali. Wow. Invigilator akasema kwezi kuwa na mistake kwa KCSE paper. Haiwezekani, kwa hivyo wewe ndio kama wewe uko na shida. Wewe ndio ni kama uko na shida. After 40 minutes walirekebisha hiyo swali. Wow. Simu ilitoka Nairobi wakisema kuna shida kwa hiyo swali. Wow. Na watu wa Kisumu Boys wanasikia na walikuwa na mimi class na wanajua. Wow. That is how good I was. Yes. So you got disappointed when ukuperform. Nilisema hapana, hii maneno. Upuzi ya masomo tena. Maneno ya masomo niliwachana nayo. Yes. Mimi sasa naenda Kanairo kuhustle. Kupiga sherehe na kuhustle. Kutafuta maisha kwa sababu sherehe huwezi piga juu sasa hakuna kitu ya kupigia sherehe. Kuhustle. So then nikakuwa admitted. Watakuita after 2 weeks. Waliniita after 2 weeks wakasema nirudi. Nikamwambia mimi nilitoka Kisumu lakini saizi niko kwa kazini yangu Mosh. So nikarudi Millennium. Yes. Kurudi Millennium wakani admit. Kuni admit sasa hapa ndio kulikuwa na shida. Fare hakuna. A levels form 5 and 6 Cambridge system. British system. Ukimaliza ukifanikiwa unaenda ng'ambo. Usipofanikiwa unarudi Nyalenda. Unarudi Bondo. Unarudi huko Ushago. Sasa fare nilikuwa natembea kutoka Kabiria mpaka Satellite Police Station. Kutoka Satellite Police Station unaingia kwa Wangware. Kutoka kwa Wangware unaingia Lavington. Kutoka Lavington mguu kutoka Lavington unaingia Sarit Center. Unaingia Westlands. Kutoka Westlands uko Sarit Center. Kutoka Sarit unaingia Peponi Road. Asubuhi na jioni. About how many kilometers? Hiyo umejua nilikuwa natoka nyumbani 5 am. By 7 ndio nafika pale. Kama hiyo walk ni kama 2 hours. Lakini ulikuwa kadogo sana. Kama saizi unatoshana TV. Tiny but mighty. Baka kasi anakuchekelea. Tiny but mighty. Uramaga mago unapiga kupiga baridi asubuhi Na umejua wakati pia kulikuwa kunanyesha. Na sasa huko pia barabara ilikuwa mbovu. Sasa tunafunga juala kwa mguu ili usikanyage maji lakini hiyo juala pia inatoboka. Sasa ukifika destination na uko keupe na umepigwa na baridi. Ni kama umetoka Geshagi na ile chuo ni watu ambaye ni wadozi. Rich kids. So ukifika pale lakini huyo director ni mtu mzuri sana. Juu alikuwa amepatia around 10 people scholarship. Millennium Academy. Na ni director ambaye pia ni msharp sana. So hapo tulikuwa watu wa 10 yenye tumepewa ma scholarship. The rest walikuwa rich kids. Watoto who is who. Who is who in this country. So hapo tukakuwa admitted asubuhi jioni mguu route 11. Route 11. Then juu kuconnect gari asubuhi ni peak hours. Peak hours kutoka Seti mpaka town ilikuwa so moja. Kutoka Tao Odeon mpaka huko West Parklands Aga Khan huko juu hapo tena ni sasa ni so 2 kukuja alafu so 2 kurudi. 400 hapana. Hiyo so 4 ilikuwa kama changa ile 500 ml. Ndio ni so 3. Na unakaa kwa wenyewe. Na umelewesha kila mtu na umekaa kwa wenyewe. Sasa ilikuwa noma. Sasa hapo niliamua tu niende because Omosh pia aliniambia bana hakuna haja ukae tu home. We enda tu. Enda tu wezi ukajua mbele. Then nikawekwa head boy hapa. Meanwhile jani yangu ya leadership nikileta haraka primary school class 2 3 4 5 6 7 nilikuwa prefect throughout. Then class 7 nilikuwa assistant head boy. Then class 8 nilikuwa head boy. Mwenye alinichukua ambassador Benjamin Sidori ndiye alikuwa head boy. Mimi nilikuwa assistant wake. So venye alitoka kaenda Starehe mimi ndio nilikuwa head boy.
wa primary. Then form 1 to form 4 yote Kisumu, throughout yes. nilikuwa prefect. Wow. Actually I was supposed to be made the head boy, but because sikukuwa boarding, yeah. so ilikuwa ngumu kwa sababu head boy alifaa aboard. So walimu waliniuliza siku ya interview kama naweza kuwa boarding aboarder, but sasa fee haikuniruhusu. Sasa hivyo ndio hiyo nafasi ilienda, wakapatia mwenzetu. Then A levels nikawekwa head boy. Iyo form 5. Sasa uko head ya hawa watoto mababi. Mimi ndio sasa mdozi pale. Mimi ndio head boy pale. Na ni wa mababi hawa. Yes. So after hiyo kuna siku moja nikisha soma terms 2. Yes. Ilikuwa term 2 form 5, yes. Form 6 pia terms 2. Inaitwa AS na A levels. So ni venye tuliingia form 6 tena nikawekwa tena head boy. So nilikuwa head boy twice. Then siku ya closing day. Yeah. Parents walikuwa nakuja. Oh yeah. Millennium Academy. Yes. So parents kama wanakuja pale Millennium Academy. Meanwhile lunch naye sasa hiyo ni story yenye ilipita. Kuna kula airbag, kuna kitu kama lunch. Hiyo ni story yenye hiyo ni past tense. Airbag. Hiyo ni past tense. Sasa pale siku moja, siku ya closing day. Wazazi wamekuja. Yes. Closing day sikuwahi toka top 3 in Millennium Academy. Wow. Form 5 na form 6 yes. yote. Yes. Au classmates pia wanasikia, wanaweza sema. Wow. Umejua siku hizi kuna mtandao ukidanganya wanakuambia, watakuambia. Top 3 sikuwahi toka. Sasa nilikuwa nimeitwa kupewa present ya number 2. Yes. In A levels. After kumaliza mzazi moja akani approach. Yes. Mzazi ambaye nampenda sana huyo mama anaitwa Margaret Rono. Yes. Ni Mtaita. Alikuwa na work na United Nations. Akaniambia babu, mimi nataka usaidie mtoto wangu. Mtoto wake alikuwa classmate wangu. Anaitwa Larry. Yes. Then nikamwambia, nikakimbilia raka nikamwambia nikikusaidia utanipatia nini? Kwa sababu nilikuwa nataka fare. Yes. So akaniambia wewe unataka nikusaidiaje? Nikamwambia mimi nataka tu fare ya kutoka satellite kukuja hapa Millennium. Na sasa nitataka tu only 300 shillings. Juu nilisema nikisema 400 labda inaweza umana. So akaniambia is okay. Unaishi wapi? Nikamwambia naishi huko Kabiria. Na akaniambia what if you move to my house na ufundishe Larry kwangu. Mimi nitawa drop shule. Na pia nitakupatia shelter. Na tena nitakupatia accommodation, shelter na chakula food, na kuwa drop shule. Na kuwa drop shule. So unasikia kama hiyo. Nikamwambia wacha natamani kwenda lakini lazima niulize Omosh. Omosh ni kama ako older than me na kama 5 years pekee. Pia ni mtu myang bado. So nikamwambia wacha nitauliza kazini yangu. Akikubali nikamuuliza unaishi wapi? Akaniambia naishi Runda. Sasa mimi sijui Runda ni ni wapi. Hii Runda hii story hii gani hii story yenye nasikia. So nikaenda nikaongea na Omosh, akakubali. Nikaambia mama Larry. I'm so encouraged because huyu Omosh unauliza unasema ni mtu wa mjengo. Yes. But unamuuliza hata ukiwa na hizo brain zako. Yes, Omosh au mdharau kazini yangu na nilikuwa nampenda sana na simdharau kwa sababu yeye ndio anani host kwake. Yes. Yeye ndio anani host kwa nyumba yake. Sasa siwezi make decision bila kuconsult Omosh. So nikamwambia nitaenda niongee na nikasema lazima ni consult na Omosh. So nikarudi nikauliza Omosh, tukaongea na Omosh. Omosh akakubali. But nikamwambia before niende lazima umeet na hawa wazazi wa Larry huyu classmate wangu. So Omosh akakubali. Nika-organize meeting. Tuka-meet on a weekend. Tuka-meet pale Village Market. Tuliambiwa Village Market iko wapi pia si hatukujua. So tukaulizia ma3 penye naenda ndio tukachukua tena Village Market. Hapo pia ma3 ya Village Market ilikuwa inachukuliwa hapo Koja pia hapo tu Koja Mosque. Hiyo raunda kubwa. Then after hiyo mama akakubali. Nika move kwao. Guardian Angels. Yes, nika move kwao Runda. So kumove kwao Runda nilikuwa nafundisha Larry, nilikuwa namfundisha maths, physics, chemistry, accounting, mechanics na statistics. Sasa umeingia Runda sasa ndani. Rorado ya mara kirande taguku thini.
Sasa tuko Runda hapa. Yes. So niliambia mama Larry, sasa mimi ile pesa usinipatie because sasa unadropiwa. Unaelewa? Yes. So after hiyo, wow, kai. After hiyo, anatudrop asubuhi na mnachukuliwa jioni. Tunachukuliwa jioni. Hata kasura kameanza kukua mweupe sasa. Umeanza kukula nyama pale. Yes. Na maji ya shawa. Yes. So mimi pia nilikuwa nataka nisijifail kwa sababu nilikuwa nataka Larry pia apite sana mtihani kwa sababu sitaki ni disappoint hawa wazazi na sitaki ni disappoint Larry pia. So wao familia walinipenda sana. Baba Larry pia alikuwa ananipenda sana, mamake ananipenda sana. Sasa nikiwa pale Runda tena nimekwambia nilikuwa tena head boy tena Millennium mara mbili. So tulikuwa tunaenda na Larry, tunasoma, tunarudi. Tukimalizia Millennium, tulifanya exam nyingine nikiwa form 5 third term. Results ikatoka form 6. Third term. Result ikatoka nikiwa form 6 first term. Tulifanya competition ya mathematics in the whole world. Nikakuwa number 2 in the whole world, nikapata 97%. Mwenye alinishinda alipata 98. Haka kakichwa naona uko na mbue. Mbue ni grey hair. Yes. So nikapewa scholarship ya kuenda London kufanya actual science. Mtoto ya mama ya kuuza chang'aa. Yes. Amepatiwa ya kwenda London. Lakini hiyo scholarship ilikuwa 70%. Yes. 30% because kiakili wanajua watu wenye wamefanya A levels wana uwezo sasa wanaweza lipa. So mimi nilikuwa na scholarship ya 70% kwenda Southampton University kustudy actual science, but 30% ilikuwa over 1 million Kenya shillings. 30%. Yes. So mimi nikasema hizi ni kama story za jaba. Hii story hakuna. Sasa naenda Lando tena nitaendaje huko? Hii story yenye sijui hiyo story. Unaelewa? So hapo ndio nika approach Mama Larry. Ako na 4 boys. Yes. Now boys pia walikuwa in very expensive schools. Yes. Sasa mimi pia nilikuwa naona yenyewe ni hard sana kunipeleka pia kule Lando. Yes. But alini promise kitu moja. Aliniambia nataka uapply University of Nairobi. Unaelewa? Sasa hapo University of Nairobi ndo venye sasa niliingia University of Nairobi. Instead of kwenda ile. So after kumaliza form 6 mimi nilitoka kwa kina Larry. Nikarudi kwa Moshi. Niliambia Mama Larry, mimi nimemaliza assignment yangu. Mimi nakushukuru. Na Larry alipita? Larry alipita, saizi ni engineer in the US Navy. Wow. Yes. Wow, nice. Larry alipita. Yes, ni engineer in the US United States of America. Navy. Ni engineer huko. Larry alipita vizuri sana. Wow. Sasa mamake penye alikuwa na work United Nations walipata green card akaenda US. Wow. Waka move na the whole family. Mimi pia nilirudi kwa Umoshi. Hustling sasa ianze tena hapo the next chapter in life. Wow. Sasa ilipata kama hapo ndo nilimake application. Nikaongea na Mama Larry, nikamwambia mimi nataka unisaidie niingie University of Nairobi. Sasa hapa. Sasa hapo ndio alinisaidia fee kiasi. Nikaingia kampo. Hapo ndio sasa sasa hivyo ndo niliingia University of Nairobi kufanya actual science. Ile ndio ulikuwa unaitiwa kule UK. Kule, hiyo yenye nilikuwa naitiwa UK. Yes. Actual science, saizi kwa ma-courses. Yes. It is the best course in the world. Wow. Followed by pharmacy. Goja, actual science ni kusema nini? Actual science is the study of risk management. Inatumika kwa ma-financial institutions, kwa insurance. Hizi insurance venye wanatengeneza hizi premiums. Ma-actuary, watu wenye wamefanya actual science wanatengeneza hizo ma-premiums. Hiyo ndio generally nikirudisha chini sana ni study ya risk management. Na ni mambo ya ma financial institutions na maneno ya ma insurance companies. Hata hizo mambo za banking iko ndani. Statistics zote ziko ndani, but generally ni risk management. Actual science. So ni mambo ya hesabu. It is the best course. Ranked number 1. Wow. Then followed by pharmacy. Then followed by medicine, udaktari ni number 3. Wow. Number 4 ni engineering, hivyo. Ikienda hivyo. So, hapo ndio sasa nikaingia huko because mimi niko hatari sana kwa mambo ya hesabu. Hesabu hata tukienda ma exams za nje, mashule, tulikuwa tunachukuliwa top 3
in Kisumu Boys, tunaenda na mashule zingine Nyanza province, Nyanza region. Nashinda watu wote, kila mtu. Na umepiga hapa worldwide, umepiga pia. Hapa sasa nilikuwa number 2. Wow. So hapo niko sawa kabisa. Sasa hapo ndio nikaanza tena natoka Seti University of Nairobi. Tena narudi. Yes. So nilisema tu wacha tu tena nisome tu. Hii penye masomo itanipeleka nitajua mbele, wacha tu niende. Yes, kwa sababu kule pia watu wangu wa Kisumu Boys walisema umejiwaste, mbona uliwacha university ukuenda Egerton, nini naendelea? Sasa hapa nikimove nikaenda first year, second year, third year, nikasema wacha ni apply, wacha nisimame sasa kama president wa University of Nairobi, kwa sababu maisha yangu yote imekuwa in leadership from primary, high school, A levels, university. Sasa university pia sasa nikasema nisimame kama student leader. Na huku shule umeingia first year una perform huku actual science nilipata first class honors. First class honors ni kama imeshinda A-plane. Unaelewa? Kama kuna kitu yenye iko juu ya kama kuna kitu iko juu ya A-plane, ni first class honors. Wow. Sasa mimi nimejua hii maisha yangu Mungu alinipatia ile 72 points because Mungu angenipatia zaidi ya hiyo singeingia kwa hii line ya uongozi. Unaelewa? Hata ningeenda hiyo university nyingine. But Mungu alihakikisha ya kwamba sikupata chenye nilitaka, akakuja akanipatia university. Kwa kupata first class honors in actual science. Na umefanya form 5 na form 6. Yes, na tena nimeongeza tena form 5 na form 6 ni kama diploma courses zote. So hizo nilifanya 6 subjects, 6 areas. Nilifanya mathematics, chemistry, nilifanya law, kulikuwa na law A levels, nilifanya mechanics, nilifanya statistics, na nilifanya physics. So hizo ni kama for 2 years ni kama a diploma course. So ukienda nje utafanya 3 years peke yake university. Lakini ukirudi hapa Kenya utaanza tu university 4 years. Ukaingia UON. Hapo ndio sasa nikawania kama student leader. Mungu akanisaidia nikakuwa student leader in the year 2011 2012. Nikakuwa president 2012. Yes, nikakuwa president ya University of Nairobi. Then venye nilikuwa sasa, ukishakuwa president sasa uko na connections hapa na pale, unaweza jihaslia hapa na pale. Nikatoka hapo nikaenda kuishi, tukatoka Seti na Omosh tukaenda kuishi Umoja. Ume-upgrade. Nina upgrade. Hautaki kulala kwa hostel zuku kampo? Sasa hostel niko na room yangu. Hiyo ni ya operation ya ma students na nini. Ama babe. Nikipata baby tops hapa hatuendi mbali. Kwa hivyo hata hii akili ya kusoma pia inaangalia baby top. Kaina magai yako reke kwere. Kumbe hii akili pia inataka kuchangamshwa na hii maneno ya dunia. Sasa wewe ni mwanaume. Men will be men. Yes. Ama vipi chef? Tell her. Wasini confused na ile mrengo nyingine. Hii akili pia inataka kupumzishwa. Hapo ndio sasa nilipata bibi yangu pia. Long distance relationship. Sasa hapo ndio nilipata bibi pia. Huku kampo. Kabla ya kupenya kidogo. Yes, bibi nilikuwa second year, bibi alikuwa first year. So alikuwa girlfriend wangu. Na nimekaa naye mpaka sahi. So sahi ni kama 15 years. Oh my. Yes. Sasa kwa ni babu uko na miaka ngapi? Juu naona uko na 36 years. Oh, you're born 89. Yes. Wow. 36. Yes. 1989 you're millennial. So nilikuwa born 89. Yeah, you're born 89. Sisi kwenda kuchukua ID venye nilimaliza Kisumu Boys nikiwa 17 years. Yes. But sasa ile time unataka kuchukue ID haraka. Unaelewa? Unapandisha mwaka sasa moja. Unapandisha mwaka moja. Sasa ndio niliweka 88 kwa ID. Oh, 88. Kwa ID. Unajirudisha ili ukae ni kama uko 18 years umeshafika. Ndio kuje. Yes, but mimi you're born 89. Wow. Yes. So hapo umepatana pia na girlfriend. Hapo ndio nilipata girlfriend. Anaitwa nani? Frida Mudhoni. Oh, hayatanie.
So hapo ndio vibe ikaingia, mambo ikakuwa sawa. Sasa huyu ako kwa hostel ama yeye alikuwa hostel na Umoja? Yeye alikuwa high school, alikuwa Loreto Limuru, ilikuwa national school. Yes. So yeye pia alikuwa ni mtu ambaye ako na akili sana. Anasoma nini saa hizo? Primary school alipata 433 marks out of 500. High school akapata 79 points out of 84. Na alikuwa anafanya economics. Sasa watoto si watalipuka? Watoto ni werevu, ni hatari sana. Ni hatari sana. So umepata president, sasa uko Umoja na uko na hostels, uko president. Yes. Sasa mimi niko president 2012-2013. Yes. Kwa sababu Sonu pia ilikuwa na kulipa kidogo hapa na pale, wanafunzi walikuwa na contribute kwa Sonu. So tunapeana mabasari, tunasaidia wanafunzi hapa na pale. Sisi pia tuko na mshahara hapo, pia uko na connections hapo nje, unafungua mabiashara kidogo hapa na pale. Strike migomo hiyo enda wazimu ya mgomo hiyo siku ni nini? What's the problem? Mimi mwenyewe ndio nilikuwa naleta mgomo university nzima. Kwa sababu sasa tumejua, sasa ndio tumeanza story ya babu. Ndio sasa sasa tumeacha pale kukua very calm. Sasa tumeanzia Babu Owino. Sasa tumefika Nairobi. Ni wewe unagomesha? Mimi peke yangu ndio nilikuwa nafanya maandamano zote za University of Nairobi. Kwa nini nilikuwa nafanya maandamano? Kwa sababu pale university mtoto anakuja asome. Siku moja mzazi anajua mtoto atamtoa kwenye matope, atamtoa kwenye shamba, kwenye changa, atamtoa kwenye odd jobs. Huyu mtoto akikuja Nairobi anafaa apate help. Anasomeshwa na serikali. Hii help ilikuwa only around 40,000. 28,000 inaenda school fees. Unabaki na 12,000. 12,000 inafaa utumie ina whole year. Ukidivide by 12 months, which means per month, inafaa utumie 1,000. Ukidivide na 30, inafaa utumie 30 bob per day. Around 33 bob per day. Alafu hii help ina delay. Haitoki, serikali haitoi. Na hii ni 2012. Huyu ni Uhuru Kenyatta mnabangaiza na DP wake Ruto. Yes. Sasa hii help isipotoka, mwanafunzi hawezi kubaliwa kwenda class. Kwa sababu hujalipa help. Mwanafunzi hawezi kubaliwa kwenda hostel kwa sababu unalipa accommodation kutumia help. Mwanafunzi hawezi pata chakula ya kukula. Mwanafunzi kwanza hawezi toka nyumbani. Kwa hivyo ukikuja nyumbani, mzazi anakupatia fare ama ukopeshe fare. So help ikikwama, mimi ndio student leader. Wanafunzi wangu hawezi class, hawana mahali pa kulala, hawana chakula. Nikiongelesha hawa wadozi wa help, wanasema ya kwamba tungoje. Na ukienda streets inatoka haraka. So ninasema heri tuende streets. Kaende. Hivyo ndio maandamano ilikuwa inafanyika. Hiyo ndio sasa watu walikuwa nasema, babu analeta shida Nairobi. Mimi nilikuwa naleta shida kwa sababu venye nililelewa kule Nyalenda, utoe mamako kwa Nairobi, kufika Nairobi tena nipate mandugu zangu na madada zangu wamepitia the same life, maisha ngumu kama yangu, tena wasiende darasani. Na mimi ni kiongozi, nina uwezo ya kuwapatia help through maandamano. Nawaambia tuende streets. Mnafunga Nairobi yote. Nairobi ilikuwa inafungwa vizuri. Kufika jioni unaambiwa help imeshaingizwa kwa account, wanafunzi wamepewa pesa. Baba Ngena wamepata pesa huku kwa ministry. Pesa inatoka out of nowhere. Wow. Pesa inaingia. Hiyo ndo term yangu ya kwanza katika university kama student leader. Then nika graduate 2012. Na first class honors. Then nikarudi university. Ndio inasemekana utoki shule huku, unataka kukaa. Sasa first class honors. First class honors. Na unaingia mpaka maandamano Nairobi inasimama. First class honors. First class honors. I got you. Hiyo kutoka kwa Mwenyezi Mungu. Then after that nikafanya masters in actuarial science. Then nikasema nikiwa Nyalenda nilikuwa natamani kufanya law. Kwa sababu ndio course yenye ingenisaidia kutoa wale watu ambao wanashikwa wachang'aa. Ndio nilisema Mungu, siku moja ukinitoa hapa Nyalenda utanisaidia nisaidia hao watu ambao wanakunywanga chang'aa. Kwa sababu tulikuwa tunateseka huko na tunateswa na mapolisi pia wanatutesa. Lakini polisi nafaa wa change. Kwa sababu CV yao ni mbaya sana. Mimi kama mtoto wa primary school mpaka sasa niligrow nikijua polisi ni mtu mbaya sana.
in my life, kwa sababu vitu nilikuwa naona wanachapa watu kwa nyumba yetu, wanachapa mamangu, wanashika watu, hata mimi walinishika a night to KCSE. Yes. So after hiyo ndio nikasema, niliambia Mungu nitafanya law. Sasa ndio ilifanya nikuje degree yangu ya 3. Sasa uko na ile ya pili, ya kwanza ni actuarial science, ya pili ni masters. Yes. Na masters umepita. Masters hiyo ni graduation nilikuwa sawa. Ya 3 sasa ndio nikarudi kufanya law. Ili nisaidie nayo watu ambayo wanateseka hapa nje. Na ndio ilifanya nikisikia watu walishikwa Juja na Thika, nilitoka hapa Nairobi kwenda Thika Law Courts kusaidia wale watu 58 ambao walishikwa Thika, wakawekewa charges ya robbery with violence, wengine terrorism. Ndio nilisema hii law yangu sasa imepata kazi na nitasaidia watu bure. Ndio nilitoka juzi nikarudi mara 2. Nimekuona kwa koti. Thank you. Nikaenda huko kotini, na hata hapa Milimani uliniona kotini. Nilikuona. Tena nikaenda Kahawa pia kwa wale ambao walishikwa wakapelekwa Kahawa. Nikaenda huko pia. Yes. Wale wa Mawego ilikuwa Kahawa. Wale wa Mulima ilikuwa ni Thika Law Courts. Yes. Wengine wa Nairobi walikuwa Milimani. Pia nilikuwa naenda huko. Juu ninajua shida ambayo watu wanapitia. Mimi mwenyewe nimelala kwa cell mara mingi sana. So ninajua shida wakiwa huko cell hawata accomplish their dreams. Maisha yao itaisha hivyo, watapelekwa jela, maisha ishe hivyo. So nilisema kama naweza saidia hao watu, nitawasaidia na nitawasaidia bure. Ukarudi pale ukapiga law. Nikapiga law. Nikamaliza law. Aya 2014-15 nikaamua nisimame tena kama president wa University of Nairobi. Unataka kusumbua serikali kabisa. Yes. Na hata ikukua hata kuwasumbua. Ilikuwa tu kuuliza haki ya hao wanafunzi. Yes. Kuna time government, serikali ilikuwa ina increase university fees. Waka increase. Mimi mwenyewe nikasema haiwezekani under my leadership. Yes. Tulienda maandamano, wakasema awata increase your fees. Saizi ninaona student leaders wanaenda State House. Jamani, chai. Wanapewa chai. Wanafuatana na watu huko State House. Na school fee imeongezwa. Wacha nikuulize Baby Talks. Yule mama ambaye anauza mboga. Yule mama ambaye anauza changa. Yule mama ambaye anaoshea watu nguo. Yule baba ambaye anaenda kwenye mjengo, mwenye anaendesha bodaboda, anaenda jua kali. Huyo mtu ajaishika hata 10,000 ama 20,000 kwa mkono hivi imeshikana. Huyo mtu namwekea university fees hii 100,000. Kama ni courses zingine 300,000 kama law. Kama ni medical courses 600,000. Huyo umemaliza hiyo familia. Na huyo mama akisomesha huyo mtoto wake, aliuza ng'ombe zote, shamba. Aliuza wanyama wote, aliuza mbuzi wote, aliuza shamba, amefanya odd jobs. Amekopa, amechotwa. Yani huyo mama, huyo baba unamwekea fee 600,000. Hiyo ndio one of the reasons yenye nafanya mimi siwezi support serikali. One of the reasons yenye nafanya mimi siwezi wa support ni kuweka education expensive, na mimi najua watoto ambao wanasomeshwa na wazazi wao ndio siku moja watakuja watoe kwenye jua. Lakini kama umeshamzibia hivyo, umemuua. Na umejua mzazi hata kama yule hajaenda shule kama mamangu, anataka mtoto wake asome ili akuja amsaidie. Anajua umuhimu wa masomo. So imagine serikali inaongeza shule school fees. Alafu student leaders wanaitwa pale State House wanapewa 20,000-30,000. Honestly speaking, as a student leader yeyote wa universities wa hii nchi, usiende hiyo direction. Kwa sababu una destroy the future. Na kama kuna elimu iko kila mahali. Saizi we ni journalist. Journalism inataka elimu. Una develop economy through journalism. Kama ni daktari inataka elimu. Hata kama ni kwa shamba, jinsi ambavyo utaweka mbolea inataka elimu. Jinsi ambavyo utalima inataka elimu. Kutengeneza hizo fertilizer. Kila kitu fertilizer. Elimu. Barabara elimu. Everywhere ni elimu. Sasa ukidestroy hiyo elimu, economy itagrow aje? Hiyo umedestroy the whole nation. So mimi nakwambia
My sister. Kwa hivyo usupport tunasikia this university iko kwa dying bed, lakini sijui vizuri mambo ya masomo ya university vizuri. That's why you're so... That's why niko passionate na mambo ya education. Kwa sababu kama ingekuwa elimu siku ya leo singekuwa hapa na wewe. Kama ingekuwa elimu singewahi kuja Nairobi. Kwa sababu nilikuwa naenda UA levels kwa sababu ya elimu. Yeah. Kama ingekuwa elimu singeenda University of Nairobi. Yes. Kama ingekuwa elimu singekuwa student leader. Kama ingekuwa elimu singechaguliwa bungeni. Ni elimu ndilifanya nikuje Nairobi. Yes. Kama ingekuwa elimu singekuwa wakili. Singekuwa na wewe hapa siku ya leo. Ungekuwa unatetea wananchi wetu. Kwa hivyo mimi najua mzazi anaweza kuwa maskini hoehai. Yeah. Lakini hiyo elimu nditafanya mtoto wake amsaidie kimaisha. Wow. Kwa sababu watu wana talanta tofauti. Na mimi nikiwa kiongozi wa hii nchi, mimi elimu ndio nitaeneza zaidi. Yeah. Siwezi badilisha maisha yao sana. But elimu nibadilishe. Yeah. Mambo ya elimu wa hii nchi. Na watu wapate mabasaris, waende wasome. Hiyo elimu ndio itabadilisha maisha ya watu. You're very passionate about the education. Ndio. Kwa sababu ninajua penye imenitoa. So 2014 tena ikakuwa shida ya kuongeza fees. Student leader wakasema nikachaguliwa. Na kwa nini nilikuwa nachaguliwa? Kwa sababu ya kazi yangu nzuri ilikuwa 2011, 2012. Yes. So 2014, 15 nikachaguliwa. 15, 16 nikachaguliwa. 16, 17 nikachaguliwa tena president. Na nilikuwa nachaguliwa kwa sababu ya kazi yangu nzuri. So, wacha nikwambie dadangu. Baby Tops. Ilipoongezewa ukaingia street tena. Baby Tops. Pale university kila mtu wanajiona ni werevu wote. Of course. Kuna madaktari, kuna majournalist, kuna walimu, kuna mawakili, kuna maactuary, kuna maengineer. So kuchaguliwa university student leader ni ngumu zaidi kushinda kuchaguliwa nje. Yes. Kwa sababu hao watu wote wa convince. Yes. It's not a joke. Lazima wajue uko above. Yeah. Na uko na akili. IQ lazima iwe juu. 2014, 15 fee wakitaka kuincrease. Nakumbuka Professor Kaimenyi ndiye alikuwa waziri wa education. Yes. Tulifanya maandamano siku moja, siku ya pili akasema hakuna fee itawahi ongezwa. Nataka student leaders mfanye maandamano. Shikilia hapo. Kuja haraka tuko kwa maandamano. Sasa tumeanza na babu sasa. Ndio. Sasa babu Owino ndio huyu sasa. No igua. Koraga githomo wake nina. Imagine kinya family hizo zihokete cirorete ciana ciao iguru uguo nicio ikamate. Na ndio igua oyo na ndarateithia nyina akuria Shanghai-ini. Aracirira nginya andũ aitũ. Yes. Githomo kiu kiratuteithia nginya ithuĩ. Tonekia mundu wothe. Wow. Ugwaja. Turacokereria. Mathao kimenyithio ni bengi ya KCB. KCB rĩu nĩ mokĩte na 105% mortgage financing. KCB marakuhe ngombo yo ĩrarũgamĩrĩra mũciĩ waku wothe, wacoka ũkaheo 5% extra nĩ ũndũ wa kũrũgamĩrĩra maũndũ ta stamp duty, legal fees, valuation o hamwe na insurance. Oho waheo ngombo nĩ KCB nĩ ũrakenera fixed interest rate ya 9% na wacoka ũkaheo mĩaka 25 ya gũkorwo ũkĩrĩha o kahora kahora. Kũmenya makĩria na kũ-apply wĩkinye rũhonge rwa KCB hakuhĩ nawe kana wandĩke kiugo mortgage ũtũme kũrĩ 22522 kana ũhũre 0711 087000. KCB, for people, for better. Kuma muciĩ munene wa Kenya Nairobi ni mohoro ma kameme kayo ka mwigi. Ile kisanga imefanyika huko na umezima simu, ungejua na kuambia pole sana. Kwa ni muthuri wana mutumia ni akugire. Onawe ndumwingate ndumire arume athika. Bogetigwo bikana yerenka na wikale tena mutumia. Wakati waliona stima yao inaenda, walitoka. Wakapata wezi wakati ndio wanajaribu kuangusha nini? Let Ruto go, then we will figure out and we will tell you what is the alternative plan later. We cannot tell you now. To me, that sounds like the wash conmanship. Ndafutwo wira ni undu wa gukorwo ni nyonekanaga na muheshimiwa Rigathi wa Gachagua. Uma weigiririku no shaba. Thirikari kuga ndiri na kigina. Thirikari irauga ndiri na kigina gya kurugamirira githomo gitari marehi na ambunge amwe kiama-ini kia ODM marendekithia Edwin Sifuna ahamurithio. Ni ceceni yaku ya kimerera kameme kayuka muingi
Gikwamukira metha-inĩ itũ ya mohoro itha-inĩ rĩrĩ rĩa thaa mũgwanja nĩ ikiuma rũĩ kana arĩmi magĩikara thĩ kũrĩa kandu nĩ cirio cia mũthenya nao agethi arĩa mathire igetha makĩinũkia ũmathi. Njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ. Minista wa kĩgĩna John Mbadi nĩ ahithũrĩtie atĩ thirikari ndĩrĩ na ũhoti wa gũthiĩ na mbere kũrũgamĩrĩra mathomo ma burĩ gĩkĩro-inĩ gĩa secondary oro ũndũ ũmwe na thukuru cia mũthingi, na nĩ kumana na gũtharara kwa ũtonga wa bũrũri kũrĩa gũcũngĩrĩirio nĩ marĩhi kana ngombo iria bũrũri ũrĩ nacio. Mbadi athiĩte na mbere na kuga kwĩra kamĩtĩ ya mbunge ĩgiĩ gĩthomo arĩ hamwe na minista wa gĩthomo Migos Ogamba atĩ kũrĩa mathĩngĩthĩ kana kuga gĩtũmi kĩmwe kĩrĩa kĩrahotithia thirikari gũkorwo itekũhota gũkorwo ĩkĩrĩha marĩhi maya nĩ gũkorwo mbeca itiganĩte iria ciagĩrĩire gũkorwo ikĩrũgamĩrĩra gĩthomo gĩkĩ. Na gũkĩrĩ ũguo Mbadi arendekithia kĩgĩna kĩmwe kana gĩcunjĩ kĩmwe gĩa kĩgĩna kĩa NGCDF kĩrĩa gĩkoragwo gĩkĩhũthĩka harĩ basarĩ kĩrengwo na kĩnengerwo thirikari nene nĩguo ĩhote kũrũgamĩrĩra mathomo macio. The entire budget is discussed, but the number of children are more. So it means if you take per capita or the per child allocation and you multiply by the number of children, you will get a higher figure, which is not in the budget. Secondly, policy informs the budget. And so we try as much as possible to meet, so Chair, we try as much as possible to meet the provisions of the policy. Now, as to what we need to do to be able to fund education in this country, that these monies that we have all over the place, we could consolidate them. For example, if you give me back NGCDF, give me 40% that you have allocated to bursaries, give it back to me. It is going to be over 20 billion, 22. Give it back to me. It disappeared the ministry. I add it to capitation. Na maya magĩthiĩ na mbere ngwatanĩro ya arutani anene ya thukuru cia secondary marauga gũcerithĩrio gwa kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo thukuru cia mũingĩ na thirikari nene nĩkĩo kĩracũngĩrĩria mĩgomo ya mahinda kwa mahinda kũrĩ arutwo. Ngwatanĩro ĩno ĩrauga wagi wa kĩgĩna gĩkĩ nĩguo ũtaretĩkĩria maũndũ megemaine na mĩthako oro ũndũ ũmwe na maũndũ mangĩ ma arutwo gũkorwo makĩhanĩka. Willy Kimani kana Willy Kuria nĩwe mũikarĩri gĩtĩ wa ngwatanĩro ĩno. And these strategies, as we have mentioned in the past, are making the teachers and the workers go unpaid. They are making the students not to participate in co-curricular activities. At least they are picked one or two. So many do not participate. And the other challenges, and with some schools here, there could be some bit of rationing of. Atongoria matiganĩte kĩama-inĩ kĩa ODM rĩu marenda mwandĩki mũnene wa kĩama kĩu Edwin Sifuna gũtiga wĩra wa kũrũgamĩrĩra gĩturwa kĩu. Mũmbunge wa Uriri Mark Nyamita arauga Sifuna nĩ aranyororirie ngwatanĩro ya kĩama kĩao na kĩama kĩa UDA akiuga gũkũ nĩ kwagĩra ngirimiti yao gĩtĩo. Roho ningĩ mũmbunge ũyũ akauga Sifuna arageria gũkenia mũingĩ wa kaunti ya Nairobi ũrĩa ũmũthuraga rĩrĩ araregana na thirikari ya ngwatanĩro gatagatĩ-inĩ ga ciama ici cierĩ. You need to ask yourself for Sifuna to get his seat, who is his audience. And therefore then you would understand from where he also is coming from. So his audience of Nairobi and the demographics around here, he has to appeal to it. At the same time, Sifuna portrays himself as someone who does not have conscience. Because if you didn't believe in the MOU in the first place, you're a Secretary General, why sign it? Mũingĩ wa Kinga Mavoko kaunti-inĩ ya Machakos ũrathingata ũrũgamĩrĩri wa bengi ĩrĩa ĩrakinyanĩria wendia wa mũgũnda wa Portland nĩguo kwĩrĩha thirĩ wao kũmahe ihinda na kũmanyihanyihĩria marĩhi ma mĩgũnda ta ũrĩa Kelvin Kĩmarũ aratarĩria. Aikari mwena wa Kinga Mavoko kaunti-inĩ ya Machakos nĩ magagaĩtwo nĩ itua rĩa gũkorwo makĩagagio nĩ maabitha a borithi nĩ kĩrĩa kĩratuĩka matirĩ marakinyanĩria marĩhi ma mĩgũnda yao ya Portland na ĩrĩa rĩu ĩrĩ rungu rwa bengi ya KCB. Watu wa KCB wamekuwa kutunyanyasa kila wakati. Tunabishania mambo ya shamba. Wanasema shamba hatujalipa. Ile pesa wanataka tulipe ndio wameweka ikiwa juu sana. So tukijaribu kuongea hata mjengo wenyewe haiwezi endelea hapa. Watu wakianza mjengo kujenga ile mjengo wanaendeleza hapa, askari wao wametumwa, wamekuja wanafurusha watu, wanabeba mpaka vyombo za watu zenye wanafanyia kazi.
maugite marehi maria magathikirwo ni maiguru makiria undu uria ramahinyiriria makienda marehi maya kugwithio niguo mahote kumakinyaniria. Mimi nashangaa sana watu wanaamka asubuhi anangolewa gate na hapa wezi wamekuwa wengi, ni dhuluma ile siko hapo kwa hii shamba. So sisi tunaomba rais, vile mheshimiwa rais alisema, tunaomba kitu moja, tumechoka na kuongozwa na Mbrok. Tuko na uwezo sisi wana Mavoko kusimamia hii shamba na tulipe KCB kama ni kulipa KCB. Ona ukirigo makiuga ni nginyagia maafitha borithi metheme kuhuthirwo na njira itagiriire ya kwagagia muingi. Mimi kila mara ninapozunguka hii area yangu ama hii mtaa yangu, wanga ninapata polisi anajua zile hatua za kutoka kwa beacon mpaka kwa ile ingine. Kwa hivyo siku hizi Surveyors of Kenya haiko kazi, wana polisi ndio wanajua ile hatua za kutoka kwa beacon mpaka kwa ile ingine. Kazi ya survey imeisha, imeingiwa na Kenya Police ama Kenya Survey bado wako kazi. Handu-ini ha Kameme kayuka muingi kuma kaunti-ini ya Machakos, nie njĩtagwo Kelvin Kimaru. Na thirikari ya kaunti ya Nairobi ni yamũrĩte mũgũnda wa ĩka 150 ũrĩa ũrĩthikagwo mĩĩrĩ ya akuo, na ũũ nĩ kũrũmĩrĩra kũihũra gwa kaburi ka mũingĩ ka Lang'ata. Nĩ mũbango ũkinyanĩirio nĩ thirikari ya Gavana Johnson Sakaja hamwe na thirikari nene. Tom Nyakaba nĩ mũrũgamĩrĩri mũnene wa rũhonge rwa ũgima wa mwĩrĩ thĩinĩ wa thirikari ya kaunti ya Nairobi. Mejaa watu wanaanza kuchimbiwa kaburi juu ya kaburi lingine. Nafikiri katika desturi ya Kiafrika hiyo sio sawa. Initial grave we do 10 feet. We do a burial. We do again at 8 feet. We do another burial at 6 feet. And the last burial at 4 feet. Like last week, we did a mass burial for 126 bodies that we disposed. But there's a way we can usually identify them in case we need to do exhumation. And we agree that the national government has given us 100 acres of land at Committee Prison, purposely for cemetery. We have another land at the Mbakasi Garrison near Miango and Kayole, and the land there 50 acres. Actually, that land belongs to the county government of Nairobi. The entire space of Garrison land at Mbakasi. Once we ascertain that that soil fits cemetery and the soil at Committee Prisons, we'll be proceeding to that area. Na ucio nĩ muthia wa mohoro ma thaa mũgwanja mangĩ nĩ wona ciahanda thaa 8. Nĩ ngatho gũkorwo rĩ mĩtambo-inĩ ya Kameme, njĩtagwo Mwaũra wa Wanjikũ. Ũma wĩigĩrĩrĩku no camba nĩ mohoro kuma Kameme kayũ ka mũingĩ. Ũngĩkorwo wĩna ũndũ ũngĩenda kũmenyithia metha itũ ya mohoro, hũra thimũ namba 0704 111 555. Wakinya thainya mitambo-ini ya Kameme kayũ ka mũingĩ, Jumatatu nginya Gatano, nĩ thaa ya gũcanjamũka. Karibu sana mitambo-ini. Na ningetwa Gathemba mwenyewe Mutaikinya Kingpin himself. Mwago mũtheri nĩ ithaa rĩa cai na Tea Master ũkĩreherwo nĩ Canjamũka. Alipoamka kwa ndoto na kurudi duniani, akarudi roho ikarudi kwa mwili, akasahau kukuja Kameme. Yugoslavia. Canjamũka Jumatatu nginya Gatano, mitambo-ini ya Kameme kayũ ka mũingĩ. Thank you so much. Good afternoon. Ciandĩte wega thaa mũgwanja na ndagĩka 12 mathaa marĩa tũgũcoka tũgiane na thikĩrĩria twendete Kenya na kũraya na Kenya nĩ tũkũgiana o ndagĩka cigana ona nigetha tũrehe biru nigetha mũgeni nake akona maĩ gũkũ. Mũthikĩrĩria gatiga kuga mĩtambo itũ nĩ irengirwo. Twakoragwo na ithuĩ nĩ tũroka twĩ smart. Ta rĩu tũtingĩkomberwo kũregwa na ngagũcokeria ngatho nĩ gũkorwo Kameme-inĩ. We ũranyandĩkĩra ona ũtarahota kũnyandĩkĩra nĩ ũndũ wa itũmi ngũrani. God bless you so much. Na niĩ njĩtagwo Baby Top. Yes, na nĩngĩtwo Chef Gathemba the Tea Master. The Tea Master tuthiĩte wega mũno na twĩna njorua ya kothi, twĩna mheshimiwa Babu Owino, no tũrĩ o harĩa he Faũlũ tondũ rĩu nĩ hĩndĩ rĩu aratũhe rũgano rwake wega rwa kũrĩa gwĩtagwo University of Nairobi. UON them days. Na rĩu tũgĩthiaga ũguo no wega gũkwĩra gakima nĩ ga Spencer. Faũlũ ũgacoka gĩcagi ũguo kũrĩa ũguo Nyalenda ũgakĩinũkĩra andũ na mũtu wa ngima wa Spencer. Ũũ nĩ mũtu mwega mũno wa gĩkĩro kĩa igũrũ, mũtu very very premium. Nĩ ũndũ wa mũndũ premium taniĩ nawe, na mũtu ũronekana nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe na thogora nĩ mwega piũ. Ũguo twĩ ta bũrũri tũgetĩkĩrania atĩ mũtu wa ngima nĩ wa Spencer. Wagithio nĩ mũcimua ndĩmũgoragwo
ngoragwo ndimusivite Kiambu wa ndimwitaga mheshimiwa CS Kabogo. Amesalamia wewe. Nimesalimika sana CS Kabogo. Ona he muthuri wetagwo Oscar Sudi. Mkarabati. Arathikiriria Babu Wawino. Ndo yangane matureagira njaro shwari. No ni utongoria. Na ni tugacokia ngatho na rio othe maratuthikiriria tugacokia ngatho. Thank you so much waziri. Asante sana mkarabati. Wewe ni mkarabati, mnapatana naye pale kwa bunge. Mnasukumana huko tusukumane. Very, very, very good. Mashani ni ma LNT. Mashani ni ma LN Premium Tea. Yes. Mashani magekiro kia iguru rekira tunini magashika wega pio. Na mashani ma LNT ni maronekana duka-ini ciothe hakuhi nawe. Mashani mega muno. Ugo wenda mashani mega, mashani mega kunyotora, mashani ni ma LN Premium Tea. Yes. No igire kuria distributors no muone wa Sam West, Visual Flames, Kanini Wholesalers, Gawanji General kuria Kayore, Jahathma Stores Soweto, Ebu God Wholesalers, SK Nafaka Junior Wholesalers, Githurai na Safari Pema Wholesalers. Thank you so much. Tugicokereria mutaratara wa kuhingura account. Na leo no hingure account imwe kwa imwe kugerera NCBA Now app. Kumenya makiria ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi. Hihi we mwarimu na ndwandikithitie endo wa kurungura Teachers Medical Scheme ni uraririkanio mandikithie nigetha wigitire hamwe na family yaku. Kumenya maingi ikara mitambo-ini ya Kameme Kayuka Muingi. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 15 mathaa ukimenyithio ni Starsoft Water Lily Fabric Softener. Gutire kindu kiega ta wendo wa nyina wa mundu, wendo wa kuhoreria ngoro wa hindi ciothe. Na riu wahuthira Starsoft Water Lily undu ucio nduri hindi ugathira. Starsoft Water Lily ni uri mutarariko maita mana makiria gutigirira ati nguo ciaku cina mutarariko na muruke mwega uria wikaraga muthenya mugima. Starsoft Water Lily yonekaga na bagiti ya thogora mubashirire tondu wendo na utheru itiagirirwo ne kunyiha kana guthira. Igeria Starsoft Water Lily umuthi no ciringi 20 tu tondu gutire wendo wa gutura ta wendo wa nyina wa mundu. Right, ikunokiro rio horo ni guko gwa Kameme na o barabara-ini kuria Nokras barabara ugithie Nyeri na Nanyuki miena yo ri igira haria Nokras Encourage Ghana kuria kwina maundu mega muno maria makuhaririirie waigira kuria na mwena kwina chama iretwo Mama Chama Package kuria muraheo gwa guikara mukaheo cai thabu thandu magwasi na tukeki mocoka mukariha ciringi 550 o mundu na oho mukongererwo ithaa rimwe extra ria kuhuruka garden-ini mugetamburukia kou nigetha mocoka mugathi na mbere na thabari. Namba ya thimu ya Nokras Encourage 0790 392 969 0790 392 969 niki thikiriria ya itu ni very nice no ndirenda kukimacambia mutheni guku maroiga I stand to be corrected mukorosti riu tini ndirakirwo ambia boss atweke hii bili yote kwa WhatsApp if possible tutaview once yani mararuma nginya nene ya Kameme gukuria biacara itu na riri ndio ihinda ria kwa gutwarithia na mbere kioneki kiu hindi ria muturire ugucenjia ninde muruno waku utandiga uroria kwa ya UD ithondekirwo barabara cia East Africa iri hinya na ningi ni ya kwihokeka. Thabarĩ-inĩ o yothe nĩ ĩbataraga mũruna wa mana wa hakuhĩ na nĩkĩo thurĩte UD ngari ya kwihokeka mahinda marĩ mothe. Njogu ĩrĩa ya tene nĩ ĩcokete rĩngĩ. Kwa ũhoro makĩria cera nduka o yothe ya wendia wa ngari ya Isuzu guothe bũrũri-inĩ wambatĩrie biacara yaku. UD Truck, tegemeo thabiti kwa kila mwana biashara. Gutire kindu kiega ta wendo wa nyina wa mundu, wendo wa kuhoreria ngoro wa hindi ciothe. Na riu wahuthira Starsoft Water Lily undu ucio nduri hindi ugathira. Starsoft Water Lily ni uri mutarariko maita mana makiria gutigirira ati nguo ciaku cina mutarariko na muruke mwega uria wikaraga muthenya mugima. Starsoft Water Lily yonekaga na bagiti ya thogora mubashirire tondu wendo na utheru itiagirirwo ni kunyiha kana guthira. Igeria Starsoft Water Lily umuthi na no ciringi 20 tu tondu gutire wendo wa gutura ta wendo wa nyina wa mundu. Nĩ thaa mũgwanja na ndagĩka 18 mathaa ukimenyithio ni Sawa Petroleum Jelly. Rĩrĩa wĩ mĩhang'o-inĩ yaku ya o mũthenya ririkana kwĩyenda na kũmenyerera ngothi yaku ũgĩtũmĩra Sawa Petroleum Jelly. Sawa Petroleum Jelly igitagira na igatiga ngothi yaku inyoroku ona hĩndĩ ya heho.
Sawa Petroleum Jelly yonekaga duka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe na thogora mwega. Kwĩna Sawa Petroleum Jelly ya Cocoa Butter, Sawa Original na Sawa for Men. Sawa Petroleum Jelly nĩ mũrata wa hakuhĩ wa ngothi yaku. Right, tũgĩthiĩte wega na ndĩrenda gũkwĩra cia Shell. Yes, Shell. Oyo nĩ mũgeni woka na ihenya no ndingĩenda kwaga kũmũhutia. Gũkũ gwa Shell. Tondũ ndĩmũrĩagĩra gwa Kameme na ngamũrĩra gwa Kĩrũmba. Shell nĩ marakũhera Shell Magic Friday. Friday no ya rũciũ. Gũra Shell V-Power na thogora wa Shell Fuel Save Unleaded. Cera kĩnyuĩro-inĩ kĩa Shell hakuhĩ nawe no kenerere ofa ĩno. Atĩ rũciũ ũkagũra maguta ma Shell V-Power na thogora wa Shell Fuel Save Unleaded. Ugoru thogora ni same V-Power. Yes. Na rĩrĩa ndĩrakĩrĩ kũrĩa nĩ ndĩragĩkuonirie mena V-Power ya diesel, gũkũ nĩ tũrĩ V-Power ya petrol. Koguo makĩmenyo nayo magĩtũrehere nĩ twendete ngari cia diesel. Ikĩruta kwa ihinda rĩa mĩaka 5. Tukigacĩrithia ndũgũ itũ ona mũno makĩria. Na rĩu no twamũkĩre wega Kagema 92.3 FM. Matonyo turauga tumatambũrũkie na twĩkĩre sachet ya Star Soft Water Lily Fabric Softener. Radio ciringi 20 peke yake. Na naonekana nduka-inĩ ciothe hakuhĩ nawe ndereba wa mĩra. Andũ aya matigua we ũkĩrĩha biru no ni marumaga. Rĩu ũrĩa maranjĩta atĩ mũkũrosto sure mũirĩtu wĩ thoko. Star Soft Water Lily Fabric Softener 20 shillings sachet na maũndũ magakorwo me very good and very nice. Ya mwana waku wa grade 9 na njĩra hũthũ mũno makĩria ũkĩhũthĩra smartphone yaku. Ingĩra thĩinĩ wa hesabunaweza.com kana download the Office of Career Pathways app kuma Play Store ya thimũ yaku ũcagũre Senior School Selection. Ucoke wĩkĩre details cia mwana waku na nĩgũkuonia career path ya mwana waku. Senior School ĩrĩa ekũingĩra, subject iria agĩrĩirwo nĩ gwĩkĩrĩra kinyi na kũrĩa angĩona nginya wĩra. Na ndeto njega makĩria nĩ atĩ no ciringi 100 tu. Oya thimũ yaku, ingĩra thĩinĩ wa hesabunaweza.com kana download Office of Career Pathways app ũmũthĩ kuma Play Store. Because career means future. Nĩkĩ? Tunywe chai warenti. Mũndũ areka atĩ biru ciothe atĩ yeo Habakuku is very idle. Wanasema wanangojea story yako. Ellen Premium Tea. Kuma sachet ya 15 grams ya 500 grams. Maodo magakorwo very good and very nice. Very nice. Hey, Samido ni Saturday. Ni Saturday no homecoming. Embassy Bistro. Thika Road. Haha Thika Road. Yes. Right, ndĩreciria reke nginye hau nĩ tũgũthi tũgĩtithagia tondũ mũrehire thĩna nĩ tũkwaria tũgacoka tũgagĩtithia na nĩ njũĩ nĩ tondũ story ĩno nĩ njega mũno. Twĩna Babu Awino Paul mwenyewe kuma kũrĩa Bondo nĩ ingĩrire Nairobi na rĩu rĩ mwana ũyũ noigua nĩ hadendi rĩu maũndũ marĩ onete kũrĩa akona nyina akĩhũrwo nĩ borithi akĩendia cang'a. Rĩu ũyũ ndarenda gũcoka gĩcagi. Ndangĩtĩkĩra. Tumefika 2014. Ndio. Umekuwa president. Yes. Na kuna wa students wangapi Nairobi University? University of Nairobi kulikuwa na 90,000 students. Jesus Christ of Nazareth. Iko na 11 campuses. 11 campuses. Yes. Kuna main campus. Yes, hapa. Kuna Chiromo campus. Yes. Kuna Parklands. Kabete. Kuna College of Engineering and Architect. Kuna Lower Kabete. Yes. Kuna Upper Kabete. Kuna Kikuyu campus. Yes. Kuna Parklands. Kulikuwa na Kenya Science. Kulikuwa na KNH. Yes. KNH kuna campus ya medical students. Then kuna Mombasa na kuna Kisumu 12. Wow, 12. Yes. Wow. Na una campaign zote? Zote. Unaenda kwa the 12. So hizo you are about how old? How old were you then? Ukianzia 2012. 2012 nikimalizia around 23, 24. That's how many years back? That is now tuko 25. Yes. 2012 that's 13 years. 23 years. 23 years. Niko 36, 13, unasumbua
So wagena huko na nao wengine Yes. Gen Z. Sasa nilikuwa Gen Z ile ya hatari. Sasa tunaona hata majenzi wamelana maandamano kutoka kwangu. Na wanaifanya better than nice way. In a very nice way. Wana inject. It's called injecting. Sasa hapa 2014 tena imesemekana wataongeza school fees. 2014? Yes. Professor Kaimenyi ambaye alikuwa waziri wa elimu alisema wanaongeza school fee under the leadership ya President Uhuru pamoja na Ruto. Yes. Mimi nikasema wanafunzi sitakubali waongezewe school fee kwa sababu hiyo ndio ilikuwa kazi yangu. From how much to how much if you could remember? Fee ilikuwa 28,000, walikuwa wanataka wailete mpaka 90,000. Hey! Sasa almost triple. Hiyo kama almost 3.5 times. Yeah. Hiyo ilikuwa mingi sana. So hapo ndio tukienda maandamano watu wanasema babu ni wazimu, mara nini, mbona maandamano? But hizo maandamano zilikuwa zinasaidia watoto wenyu kama wazazi. Na ilikuwa inasaidia hao wanafunzi. Maanake wakiongeza fees, hakuna mzazi ambaye anaweza lipa hizo fees. Hiyo ni kupunish mzazi na kupunish mtoto. Na umedestroy future huo mtoto. So after hiyo 2015-16 nikakuwa tena president wa University of Nairobi. 16-17 nilipochaguliwa kama MP. Na sasa umeingia maandamano hiyo time yote. Hiyo hamtalipishwa 90,000. Hawakulipishwa. Okay. Hawakulipishwa kwa sababu nilikata. Na tena mimi ndio nilikuwa rais wa universities, vyuo vikuu vyote nchini Kenya. Ilikuwa inaitwa Kenya Universities Students Organization. All the universities KU zote. Mimi ndio nilikuwa tena president yao. So nilikuwa president wa University of Nairobi. Na tena tukaingia kwa organization inaitwa Kenya Universities Students Organization. Tena nilikuwa president yao for 4 terms. Hapa tunasema no term, unasema 4 term. On a lighter note though. No, it's on a serious note. Tunasema hivyo juu ya Murigo asifaint saizi. Kesho ni Friday, ni wao wananunua nyama. 4 terms. For 4 terms. Na kazi yenye tulikuwa tunafanya, hizo campuses zote hazikuongezewa school fees. Nilikuwa na coordinate all student leaders in the country. Ninawaambia kesho kuna maandamano inaanza 6 am in the morning. So all the students in the country ni kama wangapi? All students in the country wana saizi kama University of Nairobi hiyo time ilikuwa around 90,000. And universities zote ni around 40 hivi approximately. So around half a million. Yes. Unawaambia una coordinate. Tuna coordinate university colleges zingine. Gen Z 23 so, anaambia watu 500. Barabara zote nchini Kenya zilikuwa zinafungwa. Na ilikuwa nzuri kwa sababu fee haikuongezwa. Wow. Mimi napenda practical leadership. Hii leadership ya kuongea mingi mimi sipendi. Mimi ona kazi yangu kwa ground. Najipresent mwenyewe. Nafanya kazi. Mimi ndo nilikuwa niko mbele kwa maandamano. Hauogopi kukufa? Umejua baby tops. Maisha ni Mwenyezi Mungu ndiye anajua venye tuko. Na ulipozaliwa Mungu anajua siku yenye utatoka. Na Mungu aliambia Jeremiah that wakati ulipozaliwa nilikujua before uzaliwe na nilikuwa na mpango na mpango to make you succeed not to destroy you. Na Mwenyezi Mungu ndiye anajua wakati wa kila binadamu hapa nchini. Na pia mimi kama kiongozi I will do the right thing because I'm supposed to do the right thing. And the right thing is to make sure that your fees haitapandishwa na haikupandishwa. Help ikidelay na one day itatoka the following day. Hivyo ndo mimi leadership yangu ni practical. Watu wanafunzi wakishikwa waingizwe Central Police Station, tulikuwa tunaenda tunawatoa. Kwa sababu hao ni wanafunzi. Umemshika juu amekunywa pombe, drunk and disorderly. Kesi kasa hiyo ni kesi gani unataka kupelekea student kwa jela? Jela ni ya terrorist. Jela ni ya, naona sasa saizi wanaita kila mtu terrorist. Sasa umejua serikali pia saa zingine akili inaruka kidogo. Unaona? Huwezi ita watu wako 21 years, 25 years terrorist. Na terrorist for the past 1 month wameshika watu over 500. Kwa hivyo Kenya is the country in the whole world yenye iko na the highest number of terrorists than Somalia. Than even Somalia.
Jamani, unataka kuambia hata nchi za nje aje watakujaje, hata tourist watakujaje wakijua terrorist wamejaa Kenya? That's serious. Unaelewa? So yes, mimi kazi yangu ilikuwa kama kuna insecurity university na hakikisha iko sawa. Yes. University fee wakitaka kuongeza na kataa iongezwe. Help ikidelay walikuwa natoa haraka sana. Na pia kupatia wanafunzi bursaries. Tulikuwa tunasanya pesa kama wanafunzi, tuna subscribe to Sonu ambaye tunapatia wanafunzi pia bursaries. Hiyo ndio ilikuwa kazi yangu. So kazi yangu nilifanya vizuri. Na utaambiwa na mwanafunzi yeyote ambaye alikuwa kwa regime yangu, watakuambia kwa regime ya Babu Owino was the best time ya student leadership. Manake nilitoka Nyalenda nikiwa on a mission to achieve a vision. Na vision yangu ilikuwa wale watu wote ambao wanateseka, mimi nitahakikisha ya kwamba maisha yao inakuwa sawa kwa uwezo wangu mahali penye nitakuwa. And that's why unaona Embakasi East kazi yenye nafanya na mimi ndio nilikuwa ranked the best member of parliament in Kenya. Before tukuje member of parliament, sasa pale mumetimuana, umeingia degree ya tatu. Law. Umekuwa wakili sasa. Nimekuwa wakili. Before hiyo degree yangu nika graduate second class upper division. Sikukuwa na so much interest ya kusoma sana juu nilijua niko na zingine sasa niko sawa, naweza uzia hao watu wenye walikupigia simu wengine. Wakitaka unaweza zipeana. Naweza zipeana niuzie gavana wa Nairobi pia moja akitaka lete kitu. Acha kuendea mbali. Acha kuendea Uganda. Jorwa. Netonyo ishaiwa NNT. Neko kumbe hao ni Timasa pia. So ukapata second class upper division. Yes. And then after hiyo nika enroll masters immediately. Nikakuwa na masters ya law, public international law. Jehovah. Kisha after hiyo nikafanya sasa hii juzi nikafanya Kenya School of Law. Na nikakuwa admitted kama advocate. Hii December tena nina graduate na another masters in law in law, democracy and governance. Nishamaliza yote, imebaki tu project work na graduate December. Degree ni ngapi? Sasa itakuwa hata nimesahau, usitaki kushtua watu baby tops. Sasa na tena September pia naanza tena another masters in economics. Utaharibika kichwa. Mimi ni kusoma tu, nataka knowledge. Gain to knowledge. Kiongozi nzuri ni yule ambaye anajua mambo ya sheria yote, anajua pia mambo ya economics, ya development, jinsi ambavyo anaweza grow nchi. So hiyo ndio inafanya hiyo ndio ilifanya ni develop interest in education kwa sababu ya mahali penye mimi nilitoka kama Babu Owino. So umetoka campus umemaliza? Ndio. Unajua sasa pale nilichaguliwa MP kama bado mimi ni student leader. 2017 nika resign. Ukiwa campus? Nikiwa campus, nilichaguliwa 2017 na nilikuwa student leader 2016, bado 2017 bado nilikuwa student leader. So mimi ndio sasa ni Embakasi East. Sasa nilienda Embakasi East kuwania kiti. Kwa nini Embakasi East? Ulikuwa unaishi hizo sides? Sikuwa naishi hizo sides, but nilifanya scientific polls. Bas. Sasa hiyo ndio elimu inaingia. Neho turenda guteithĩria aria marenda kurugama. Sasa hizi polls nilifanya, nikaona mbunge wa Embakasi East alikuwa na ako chini zaidi. Nikasema hapa nikienda nitapata kiti. Hivyo ndio nilienda Embakasi East. Na umejua Embakasi East watu wenye wako wengi zaidi ni Wasapere. Sapere, true Wasapere ndio wako wengi, nao ndio wananichagua kila mara. So watu wakisema Wasapere hawezi chagua watu, mimi hata nasikia vibaya sana. Ati hawezi ni wakabila. Hao ndio walinichagua, nao ndio wananichagua kila mara. Hao Wasapere si waliwacha Peter Kenneth wakachagua Sonko kwa Jubilee. Si hao Wasapere waliwacha Igathe juzi wakachagua Sakaja. Hao Wasapere si walichagua Ruto. Na wengine pia walipatia baba kura milioni moja. Kwa hivyo Wasapere si tribal. Wasapere wanaweza chagua mtu ambaye si tribe yao. Na mimi mwenyewe nilichaguliwa na Wasapere. 2017 nilishinda Mureithi ambaye ni Msapere na kura 4,200. Na hii constituency iko na watu wangapi? But 20 iko na 180,000. 2017 difference yangu na votes tofauti ilikuwa 4,200 na Mureithi. 2022 difference ilikuwa 35,000 votes
Hii ya juu ilitoka wapi na Mureithi bado? Na ni rafiki yangu. Ulinyorosha hivyo? Nyorosha pole pole Mureithi wito, mwana wito. Mureithi ni mtu wetu. Umejua hii tu ni race. Yes, ni race. Ilikuwa race. Kwenda uchaguzi ni kama kwenda interview. Yes, he's a very good man. Ni kupresent your policy. Yes. Ikikushinda watu wanaona Mureithi alipresent Kilala. Unajua anakuanga very polite. Sasa pale ukiona 2022 tulipewa difference ya 35,000 votes. Inakuonyesha kweli hizo votes zenye zilikuwa juu zilikuwa kutoka kwa Wasaperi. Yeah. Kwa nini walinipigia kura? Kwa sababu ya kazi yetu nzuri. Kwa sababu walikuwa naona babu anaweza badilisha maisha ya watoto wetu. Na kweli hata venye ulianza hii interview ulisema mwenyewe na uliona wote wakiwa huko wanasema babu anapeleka watoto wetu shule. Mambo ya bursaries bila kubagua kwa sababu mtoto ni mtoto. Lakini unajua kidogo wanasema unabagua unapatia Wasaperi nyingi, lakini nimeunderstand Wasaperi tuko wengi kwako. Wasaperi wako wengi. Yes. Wasaperi wako wengi Embakasi. Na si unapenda kuzaana so hivyo ukiangalia hiyo ratio utaona wengine wamepata wengi kushinda hata Wajaluo pia. Unaona? But mimi siangalii kabila. Mimi naenda na forms. Mwenye atakuja kuchukua form nitarudi na cheki yako. Sitaangalia jina yako, sitakujudge kulingana na kabila yako kwa sababu mtoto ni mtoto. Mbona umetaka kukua MP? Ama sasa hii president ya kampo imekuingia, you just want to be a leader. Nilikuambia kila siku nilikuwa naomba saa 6 usiku. Nikiambia Mungu siku moja ukinitoa hapa sitakusahau. Alafu niliona leadership iko kwa blood yangu, kwa damu. Kuanzia primary nilikuambia nilikuwa prefect throughout high school, head boy and then A-levels head boy mara 2, then University of Nairobi president 4 times. So nikaona leadership iko kwa blood. From the time nilizaliwa. So nikaona the next level after student leader nipate another opportunity, a bigger opportunity ya kuserve constituents at the constituency level. That is why nilivai for MP Embakasi Mashariki. Na ulivai ya kwanza 2017 na ukainua. Tuka win. Na pia umeona venye tulifanya kazi. Unaona venye tunafanya kazi. Sasa pale umeingia na ODM. Ndio. ODM ama ndio ilikuwa kubwa Nairobi. Yes. Tuliingia na ODM but watu hawachaguangi chama. Watu wanachaguanga an individual in that party. Manake chama pia napatianga watu matikiti. Chama mingi. Jubilee ilipeana tickets. Kuna watu walianguka nayo. Hata juzi ODM inapeana ticket, kuna wenye wanashinda nayo, kuna wenye wanaanguka nayo. Kwa hivyo the first thing yenye wananchi wanaangalia ni an individual. Huyu mtu anaweza kuwa kiongozi, anaweza badilisha maisha ya watu, anaweza kututoa kwa mrengo moja atupeleke mwingine. Hiyo ndio sasa party tata inaongezea kama vehicle. But watu wanachagua an individual in a party. Sinaeleweka vizuri sana. Ninaelewa. Sasa hiyo ndio hiyo ndio sasa nilitumia chama cha ODM tukachaguliwa. Na kuhesabia 36 minus 8 juu sasa uko 8 years in. Uliingia ukiwa 28 years old. Niliingia nikiwa 28 years old bunge. Na madigrii ziko hapa kwa kichwa. Very good. So umeingia bunge Embakasi. Umeoa? Na sasa uko nilishaoa. Ulioa ukiwa campus? Mimi bibi yangu nilitoka na yeye kampo. Umejua campus itakupatia certificates 2 muhimu sana kama unataka. Moja ni degree certificate. Nyingine ni marriage certificate. So ulitoka na zote 2? Nilitoka na degrees na certificates mingi hapo. Hata marriage certificate. Marriage certificate. Umeoa? Umeanza kupata watoto? Niko na watoto 4. Haya, ekaekari koruga kai, onatodoka rathoma. Digiri ni 6, watoto 4. Kahiyo gaka onatodokeho. Akari. Onatodoka raho tana mathabu oguo ri. Gana certificate. Wewe uko na wangapi? 1. Karibu kuongezea. Nasikia wewe hiyo akili tunatafutanga. Moja kwa Wasaperi wanasemanga usinyimane mbegu. Mbegu ukiomba usinyimane. Ena tutoto owino. Tutoto owino tuingi. Yoko ni gani vya akili ya gita na akili no torore. Stacy, can you behave? Don't get that kogo.
Kiria gitakana murona ati andu a nyumba ni cira go tuko. Muthoko nduragi hende raina guku. So watoto no ine, the firstborn is about how old? Firstborn size ni 13 years old. Wow. Huyo nilimpata nikiwa campus. Yes. Alafu secondborn ni 9 years. 9. Then 6 years. Then mwingine nimepata juzi. Kale ulikuwa unaongea na whispers jana usiku katoto umelala nako. Alikuwa nalala kando yangu. Sasa alikuwa amelala. Sasa singeweza ongea sana. Ndio kwani Subaru zilimchukua huyu. Hakuji show. Akakadogo ni how? 3 months. How many girls or how many boys? 3 girls, 1 boy. 3 girls. Wow. Mimi ni advocate ya girls. Mtu yote anakuja laini. Wewe unasema masomo. Yes. Utaki mtu anacheza na masomo. Mimi sitaki mtu anacheza na female. Mwanamke, mama, msichana, mtu yote ananyanya. Uti wa mgongo wa familia. Hata na hiyo brain yako yote. Si pale unasikia unaongea na whispers ukifika pale nyumbani. Si nyumbani nikifika na wacha tibi mnatiala la nje ya mlango. Naingia pale. Uti wa sasa mgongo. Sasa niko na familia, niko na bibi na familia. Na venye nilisikia ndugu yangu Ichungwa nikiingilia hapo kidogo. Akisema ya kwamba anaambia Rigathi that amekaliwa na bibi. Wacha nikuambie kitu. Mdhoni baby tops. Yes. Kati ya a woman akiketi kwako. Yes. Na a man aketi kwako kama mwanaume mwenzako. Which one do you feel nice? When a woman sits on you or when a man sits on you, a fellow man. When a woman sits on me, teacher. Ndio unasikia utamu, si ndio? Mwanamke akikukalia si utamu ndio unaweza sikia. Lakini mwanaume mwenzako akikukalia iko shida. Kuna shida. Sisi kwa sisi alliance. Yes. Sasa Rigathi asishangae na Frida. Sasa nyumba ni ya mama. Sisi yetu ni huku nje kutafuta. Ukifika kwa nyumba ni ya mwanamke. Yes. Na pia imanishi si mwanamke pia anajua you are the head of the house. Yes. You are the head of the family. Right. Wewe ndio una guide the family. But she's a backbone. Yes. Sasa unaweza kuwa na huyo ni partner yako. Huyo ni partner yako. You na bibi yako you're one thing. Mbona unakuja kuseparate watu mara usikaliwe na bibi? Kwani ulioa adui yako? Ulioa mtu wako. Acha akukalie. Akae venye anataka kukaa usikie vizuri na utamu. Kwanza kuna mali tulikuwa tunalipishwa ndio mtu akukalie. Na hapo ni free. Kwa strip club. Kukaliwa ni 500 bwana. Mimi ni advocate wa mama by the way. Ndiyo. Ukitaka tukosane Babu Owino ni kucheza na wanawake. Very good. Yes. Sasa umeoa na watoto ni 4. How do you manage the politics? Umejua baby tops. Tukiwa time ya COVID naona hata ulijitolea ulikuwa unasomesha watu nyumbani Stacy. Ndio. Simu yangu inazima hapa. Na family, how do you balance bunge na unasoma? Na uko na watu wanagojea uende huko Embakasi East, you give them bursary. How do you do that and at this age? You know, because tuko hapo age karibu hiyo moja ni the same age. Siku ya leo mtu akikwambia ana time na wewe, ujue you are not important. Time is created for important people and important things. I love that. Time is created for important people and important things. Yes. So mtu akikwambia in 24 hours ana time, ujue wewe imeenda. But you can also be busy. Yes. It is understandable. Yes. But don't forget, usisahau ya kwamba wewe ni baba, wewe ni bwana. Yes. And you have parental responsibilities. Yeah. You have responsibilities as a husband. Yeah. Kama bwana uko na responsibilities. Kwa hivyo una create time kwa familia pia. Everything unafanya sahi, unafanya kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na unafanya ili usaidie watu na pia familia yako lazima usaidie. Biblia pia inasema kama we ni mwanaume na uwezi providea familia yako, you are worse than a non-believer. Yeah. So which means that family. Lazima uchunge family iwe nzuri. Ndio watu wa nje wanaweza ona waseme family iko nzuri, huyu jamaa anaweza kutuongoza. Lakini family kama iko shagala bagala, then hata huko nje huwezi ongoza watu. True. Kwa sababu huwezi show by example huko familia. Kwa hivyo time inakuwa created. Hiyo time nilikuwa nafundisha wanafunzi 2020. Mimi mwenyewe nilikuwa naona ya kwamba niko na talent
ya walimu yenye ya Mungu alinipatia ya kukuwa na akili kidogo. Nikasema hii akili yangu acha ni share so that ni motivate watoto wetu. Maana ile time ya COVID watoto wetu wangeingia kwa mambo ya usherati, mambo ya drugs because Biblia inasema an idle mind is a devil's workshop. Right. So mimi mwenyewe nilijitolea niwasomeshe. Kikuja kwa family na create time ya family. Ikienda constituency, ikikuja constituency ni time yangu ya constituency. Yes. So ni create two time. Mtoto ya ule mama yetu Dorcas. Ndio. Ndio maana umetetea hata huyu Dorcas mwingine sana. Yes, mamangu pia anaitwa Dorcas. Ndio maana. Yes. Alikuwa anauza chang'aa. Ati first job ya mtoto wake ni mbunge. That was your first job? That was my first job. Wow. Guy. Guy ni wa guy. Ni Mungu. Ni Mungu. Dio. Sasa umeingia pale constituency. Unajua mimi nikwambia ukweli, nimekupenda juzi vile naona unatetea watoto wetu. Mimi na passion ya watoto na wamama. Ndio. Hata kama wangu ni mdogo, niko na cousins watoto wa hizi rika, hawa tunalea hawa Stacy. Na leo ni igegore kuona koro kire no ndugigikate niguo turauga unafanya kazi. Nauliza, kuna hii time ulikuwa na hii kisanga pale kwa mahali kwa bar. Ndio. Alafu kuna mahali unakuwa associated. Sasa nimeshika ulikuwa unasemekana unafanya mambo ya drugs, kumbe ulikuwa unasoma courses nyingi. Ndio. Pale napo kwa club ni sherehe ilizidi kuliendaje? Umejua baby tops hii maisha kila mtu ako na ups and downs. Yes. Na kimaisha inalingana venye pia upbringing ya mtu. Yes. Mimi upbringing yangu ilikuwa kwenye slums, kwenye mtaa. All my life kwenye changa. Nikienda pale kwa club ninafikiria bado niko nyumbani. Una feel like uko comfortable because hiyo ndo maisha yenye ulizoea. Yeah. Unaona? Mnakunywa changa kwa mambo nyumba. yote yenye ilifanyika huko ilikuwa ajali. Yes. That's why nilisamehewa. Kama ingekuwa ajali singesamehewa. Si pesa ulitumia? Pesa hata kuna watu wenye wameua, mimi sijawahi ua. Kuna wenye waliua wakakimbia wakaenda kotini wakamaliza kikotini. Yes. Mimi sikukimbia, nilichukua responsibility. Yes. Na responsibility yenye nilichukua ni kutake care of my brother. Yes. And my brother alikuwa rafiki yangu na bado ni rafiki yangu mpaka wa sahi. Kwa hivyo ni ajali ilifanyika, ulikunywa sana ama uliona kama uko huko kwenye changamu ulikuwa mnauza ama umejifunza pombe ukiwa mzima? Before nikuje, mimi nilikuja nikaanza kunywa pombe hapa Nairobi. Kwa sababu ya influence tu. Yes. Upbringing ya mtoto ni muhimu sana. Yeah. Umejua tuna grow na trauma. Yes. Kwa sababu mzazi amekufa, baba amekufa ukiwa class 3. So unakuwa raised na single mom. Yes. Mama anatafuta pesa ili akulipie karo ya shule, alipe kodi ya nyumba na tena awape chakula. Huyu mama ako busy. Ana time pia na watoto sana. Na watoto unakuwa left to grow now. Yes, on the street. Uko tu hapo, you are just growing. Na ile kazi anafanya ni ya changa. Na ni ya changa. And slums unaona so many things hata kwa villages. Vitu tofauti. Mtoto kama huyo ana grow akiwa na trauma. Akiwa affected sana. Ikifika wakati mwingine na unalipuka. Unaweza lipuka. But ikikuja kwa ile mambo tulikuwa tumelewa zaidi. Nitakuja specifically before Yes. ni announce my candidature kusimama. Nataka nieleze story ya DJ Evolve one by one. What happened? One by one what happened, kwa sababu sijawahi eleza. Sikupewa nafasi ya kueleza kwa sababu kesi ilikuwa kotini, kesi iliisha. Sasa nitarudi. Yes. Nataka specifically I will host you. Nikuje nieleze venye nilitoka kupeana basari kwenda kwangu, kutoka kwenda kwa club. Yeah. Mpaka chenye ilifanyika. Hakuna malice, hakuna chenye ilifanyika ati nilikuwa nataka nifanyie brother yangu hivyo. There is nothing like that. Yeah. Ilikuwa ajali na nitaieleza vizuri. Very good. Ukiwa hapo, tunataka tuende tukimbii, tutaenda polepole. Hata ikibaki tunaanza kuja the next time, hata kama Kiswahili kidogo inanichanga. Najua nimejaribu. Pale trauma venye umeelezea, baba alikufa mkaachwa pale, you in the streets alone, ndio hii changa inauzwa. Unajua mwanamke ni mwanamke, mimi ni mwanamke. Ndio. Na mimi ni single mother. Sasa hata ukikuja laini ya single mother nakupenda zaidi. Mimi ndio bwana wa masingle mother wote hapa Nairobi. Kwa sababu masingle mother wote hata wa Embakasi East mimi ndo nasomeshia watoto wao. Na pia sisi single mother tunakuwa na tumahitaji
hii ya jioni kuolewa sometimes wewe kasi mtakutuma nje. Na sasa you know is very serious. Yes. Na ndio nataka tukuuliza tu juu ni vizuri kushika. Na tunajipata unaambiwa usilete wanaume kwa nyumba, akona wanaume magani, akona wengi. Na wewe sasa in this specific case, our mother Dorcas, na umsalimie sana zaidi, na maybe hopefully tutammeet in some time. Ako pale anauza chang'aa kwa nyumba yake na watoto wake. Ndiyo. Sasa amebaki pale na babu pia. Babu Owino amekuwa ni mtu wa kuuza chang'aa. Hawa watu unaona, ukigrow unaona watu vijana au the men wana hanya madhako those kind of things, you know. Because drunkards, hata mimi na ni baby top unapita Salvid mtu ananispank. But umejua pale. Can you imagine? So I can imagine, I want to listen, I want to hear that. Umejua baby tops, mimi niko na mama ambaye ni mcha Mungu sana, na ambaye anajiheshimu sana. Mimi mwenyewe sikukuwa naona mamangu akiwa na any boyfriend up after death ya baba yetu. Na alikuwa anapenda kanisa na mambo ya Mungu sana. So mimi mwenyewe chenye naweza advice, pia umesema msipeleke wanaume kwa nyumba ukiwa single mom. Tunajipata The reason being, wacha upange hizo vitu zako nje. Kwa nyumba, kwa Airbnb. Kwa nyumba utakuwa na shida. Kwa nini? Kwa sababu uko na mtoto. Poor upbringing inamaanisha ya kwamba mtoto anakuwa brought up na single parent, single mother or single father, or both parents wako kwa umaskini, lakini au both parents wako in an abusive relationship. Ama au wazazi wawili wana pesa na hawana time ya kukaa na watoto. Wako tuna time ya kutafuta pesa na biashara. Au watoto wote watagrow wakiwa na trauma kwa sababu mtoto anagrow na chenye anaona, si kusikia. So mtoto akiona una hug na bibi yako, anaona kuna love, kuna mapenzi. Akiona mnakula breakfast ama lunch ama supper pamoja, anapik. Anaona hii hapa kuna mapenzi. Akiona umeshika mkono wa bibi yako unatembea na yeye, mnaenda kanisa pamoja, ana record. Ana grow akiwa na love. But mtoto akiona kuna kitu yenye baba anaweza patia mtoto yenye mama haizi weka kwa mtoto. Kuna kitu yenye mama anaweza weka kwa mtoto yenye baba haizi weka kwa mtoto. Huyu mtoto akigrow up na ako tu na single parent, ajui how to love, ajui how to kuonyesha mapenzi. That's why watu wengi kwa siku ya sasa wanasema mapenzi is a scam, that marriage is a scam. Kwa sababu they are both traumatized. Si wewe ulimit boyfriend yako ya kwanza. Hiyo boyfriend wako mwenye ulimit huyo, mnaanza vizuri, anakuongelesha, akanidanganya, akakuingiza box. Si up to that point mambo ilikuwa nzuri. Mkafanya mambo zenyu, mambo ni mzuri. Mkimove in pamoja kwa nyumba, after 1 year, 6 months, 1 year, unaanza kusema so and so amechange. Yeye pia anasema baby tops amechange, amebadilika. Hakuna kubadilika. Shida ni trauma of your upbringing. Trauma. Hiyo trauma, nyinyi ni kama accidents wawili mmemeet. Sasa you want to make it right. You can't make it right if you never saw love. You can't give love. You are empty. So you can only give emptiness. Ukikaa hapa, wakati mwingine unasikia uko anxious. Una feel you are unforgiving. Una feel you are bitter. Una feel you are grieving. Una feel you are lonely. Hizo vitu zote inaitwa poisons of life. Hizo poisons of life zikianza kulipuka, unaona mambo inaharibika. How have you managed to be in therefore, how do you treat all this? Yes, you especially 15 years now in marriage. You be intentional. Unajua mwanamke anatakanga nini kwa marriage? The first thing yenye mwanamke anataka ni appreciation. You appreciate your wife, you appreciate your girlfriend. Si ni kweli? The second thing is communication. How do you communicate with your wife, with your girlfriend? Okay? The third thing is spending time together. Presence. Don't confuse presence with presents. Sipeleke tu presents, gifts na presence haiko. Ukipeleka maua kwa around, hiyo presence inakuwa nzuri. The next thing, every marriage must be anchored in prayer. Kuna triangle of marriage. Huku juu kuna God, kando kuna wife, huku ni husband.
Between wife and God is called a vertical relationship. Yes. Between husband and God is also Vertical. called vertical Yes. relationship. Yes. Between wife and husband is called horizontal relationship. Yes. Whenever the relationship between a wife and a husband and God fails, marriage fails. Whenever the relationship between husband and God fails, marriage fails. Wow. Whenever the relationship between wife and husband fails, marriage fails. So you have to anchor your marriage kwa Mungu. Kwa Mungu. Wow. You must be very prayerful. So Yes. women, what do you do as a man? Provide. Provide two things. Provide materially, Yeah. chakula inakulwa hapa. Kama ni kodi ya nyumba, provide. Kama ni chakula, provide. Kama ni fee, provide. Yeah. And then provide emotionally. Hapo ndio wanaume sasa wanapotea zaidi. Wanaambia mwanamke, nimekupatia nyumba, nimekupatia gari, ni nini tena unataka? Na jifrofa. Unaona, ni nini tena unataka? Na duka ya tiles huko nini, nyama kema. So shida, you are not providing emotionally. Emotional provision. Because intimacy to a woman, women are emotional creatures. Yes. Men are visual creatures. Yes. That's why bwana chef hapo akikuona hivi ukipita unaona macho inazunguka. They are visual creatures. Very true. But women are emotional. Yes. So if you want to win a man, handle his ego. Yes. If you want to win a woman, handle her emotions. Then what do men need? Nyinyi mnatakaga nini? Men don't need love. Women must be loved. Yes. A man should love. The Bible says a father, a man shall leave his father and mother and join his wife and the two shall become one. Yes. Then tena Bible inakwambia husband, love your wives as Christ loved the church. And wives, submit to your husband. Submit. Heshimu. Men want respect. Men don't want love. Okay. Men don't want love. Men want respect. Women want love. Okay. Tunaelewana vizuri? So heshimu bwana yako, boyfriend yako. Respect them. Men also want words of affirmation. Women want appreciation. Yes. You are beautiful. Appreciate them. Akikupikia vizuri, ongelea chakula vizuri. Appreciate chenye anakufanyia kwa nyumba. Mnataka aje? Sisi tunataka words of affirmation. Tuseme aje? You can do it. I know you are a man. You know? Tell them. It's possible. Governor. Yes. Unaona? Yes. Unaona? Tell them. Sio kukwambia wewe acha wewe governor gani wewe acha yeye nataka sijui nani. Words of affirmation. Wow. So that wanajua. That's why ukiwa na daughter, mtoto wako ni mvulana ama msichana? Kijana. Ni kijana. Yeah. Na huyo kijana must have serious words of affirmation. Yes. Na hata akitaka kuona babake, mkubalia aende. Na mkubalisha sana. Mkubalia aende aone baba, kae na baba. Waongee. So that pia ajue how to be manly. Tunaelewana vizuri? Now, Embakasi. Now, men, food ya men are only two. Chakula hiyo anakula, yenye inaingia kwa tumbo. Yes. Alafu hiyo chakula nyingine. Ulimwengu. Those are the two foods that a man needs. Na vile si tunakataa nayo. Women foods yenye unataka usiwahi nyima bwana, because umejua mwanamke ili akupe lazima umprepare psychologically. Intimacy to a woman is from the time we are talking. Venye tunaanza kuongea up to venye nitakupapasa papasa kidogo, up to every stroke counts to a woman, up to cuddling. Yes. That's why after unataka mwanamke anakuambia anataka umcuddle. Intimacy to a man is get in, get out. Straight up. Men are visual. Tunaelewana vizuri? Hii kitu tena imeingia mrengo tofauti. Inafaa turudi hapa tuongeje. Ini kaimati. So, but it's good to learn. Yes. Food to a woman are words of appreciation. Yes. Women love appreciation. You appreciate them. So hiyo imefanya umekuwa na huyu bibi yako appreciating. Unamu appreciate your woman. Do the things. Fanya vitu ambazo mwanaume anafaa afanye. As a man. What you need to do. Sometimes siku hizi nasikia tunaenda nusu. Wewe kama ni mwanaume, kama una earn, pay bills. Huyo mwanamke yako, hiyo pesa siku yenye una atatumia hiyo yake. I can assure you. But if you can share your body, if you can share children, why can't you share money? Wow. And to a woman,
kama you are earning more than your husband, know what you can do in that family. You are one family. Kwa sababu kuna wanawake wenye wana earn more than their men. Alafu unaona wanataka wakanyage pia wanaume. Respect that man. It doesn't matter. Money is not the reason why you came together. It is because of love. If you can share love, you can share your body, you can share your children, then you can share money. Anything. Yes. Babu Owino, we tutakuwa tunakuleta mpaka nini magesha mamoto lele. Bishop JJ, you are at risk of exiting of no term. Ona, sasa umeingia pale constituency. Najua tutaweza kuongea siasa. Maybe next time tutaongea siasa. But sasa umekuwa mbunge 2017 na 2022. Lakini kidogo sasa naona ni kama ODM na ule baba nilimpa kula, lakini sijui kama anajua tulimfanyia siasa sana. Ameingia kule, amekuwa sit down, ameolewa na watoto. Nyinyi ndio mliolewa huko kwa serikali. Kidogo naona wewe ni mtoto mtukutu, hautii ule baba amekusaidia sana pale nini. What's going on? Hapo ningependa kujua hata kama utakuja part 2. Baby Tops. Nimekuelezea jinsi ambavyo penye nimetoka. Penye nimetoka iniruhusu kunyanyasa binadamu mwenzangu. Nimepewa hii position kama kiongozi ili nisaidie watu. Leadership is about others. Na Biblia inasema if you want to lead, you must be a servant. He who wants to be the greatest among you must be the least, must agree to serve you. Position yangu is being a servant. Before me there were leaders. After me there will be leaders. So hii opportunity nye Mungu amenipatia nitumie kuserve his people. Mimi naheshimu Baba Raila Amolo Odinga. Na mheshimu. Ni kiongozi wangu, tena ni party leader wangu. Mimi na mheshimu. So but mimi sikuingia huko kwenye serikali kwa sababu nitaambia watu nini ya kwamba mimi ndio nilikuwa mmoja wa watu ambaye waliongeza school fee kwa wananchi na mimi shule ndio imenisaidia. Nitaambia watu aje ambao hawana kazi huko kama mimi jinsi ambavyo sikukuwa na kazi kwenye mitaa. Nitaelezea watu nini? Itanishinda kueleza. Kwa hivyo decisions yenye baba anasema ni zake. Ame make decisions. Mimi pia kama babu niko na demokrasia yangu. Chama cha ODM Orange Democratic. Inamaanisha hata mimi nimepewa demokrasia ya ku make decisions. And me am a man, I'm a husband, I'm a father. I can make my own decisions. Sini ukweli? So decision yenye mimi nilimake ni kama ile decision yenye nilimake wakati nilikataa kuimpeach Gachagua. Haya huku muimpeach? Siku muimpeach. Mimi am the only ODM MP mwenye wako muimpeach Gachagua. Mimi. Kwa nini? Kwa sababu sikukuwa naona ni kama hiyo ni shida. Hiyo wakati hata tukukuwa tumekutana na Gachagua. Hata sijaongea na yeye. Mimi niliona ya kwamba niliosha mkono kama Pilato. Aliulizwa kama Yesu ana shida, akasema nyinyi make decision yenu. Kwa sababu mimi sikuona shida ya Gachagua. Kama ni shida ya ukabila, nani sio mkabila? Labda Babu Owino tu ndiye ameoa kutoka Mulima. Si ni ukweli? Au viongozi 99.9% of them are tribal. Si ni ukweli? Angalia serikali sahi wanapiga Gachagua juu ya maneno ya tribalism. Angalia serikali, angalia parastatals, head of parastatals, angalia PSS. Si ni kabila moja tu? Ni nini tunaambiwa? So mimi sitabebewa akili. Niko na akili ya kureason. Na imesoma sharp. Na iko na degrees mingi. Sasa iwezi kuwa confused. So mimi mwenyewe bado nasema siku ya leo na naheshimu Raila Amolo Odinga. Na mheshimu, mimi nilimkampenia kama party leader wangu. Vibaya sana kwanza. Haimaanishi that we cannot disagree ideologically. Ideas zingine naweza kuwa nazo zenye ni zangu, labda sio nzuri, lakini mimi nikiona ni nzuri nitafuata tu. Utapatikana Thursday. Tunataka tuongee kidogo sasa kutoka kutoimpeach Gachagua. Ndio. Na vile unatubariki sana. Unatubariki sana. kutoka kukua number 1, you're the top one. Performing MP. Mnagarazakazana huku na kina Dede Nyoro. About leadership. Mbona unatetea Gen Z? You know? Hiyo time utapatikana Thursday. Hebu angalia calendar to confirm. Create time, utanipigia simu. Tungiangalia hapa hawa watu wataniua. Wacha tu communicate na wewe next week Thursday. Okay, tuongee na wewe by Tuesday, ndio? Kai, hapana, tungefanya tu promise. Watu wataniua baba. Wangoje part 2. Wacha wangoje part 2. Okay. Thursday.
Wacha tu hata usikuje na suti, kuja tu hivyo na t-shirt na cape. Tutakuwa na bunge. Jioni. Tutakuwa na on Thursdays, tuko na bunge. Hata saa hii tuko na bunge. Lakini nilisema nikuje niongeleshe. Kuja tu utatoka hata saa 6. Yeah, but sawa, wacha tujipange. Confirmed. Next Thursday is on next Thursday. Okay. Leo ni 24th, sindio? So ni 31st. 31st. Okay. Yes, saa 5:30 sitakuweka. Tunaanzia hapo. Alafu tutaenda hiyo ya cuddling pia, tumesikia iko na masomo. Nasaidia familia mingi sana. Aya, nidi yamenyire ate diabetes ile gashagua. Tuambie reasons. Haya neguo. Sasa tutaenda tukiendanga, alafu tunasikia babu pia anataka kukua governor. Sijui ama ni ukweli. Mimi kama unasimama Nairobi, mimi naweza kupatia kura yangu. Si nitakupatia, nitatoa Kiambu. Nashukuru. Hata mimi uko na yangu. Hiyo ni straight up. Acha nipe bill 2, God willing, Thursday. Sawa. Ndio hapo utasalimia mpaka bibi. Sawa. Kuna hinya wote. Thaburi igana rĩa 48 mweri wa 11 nginya wa 13 ekugo. Athamaki othe na ndũrĩrĩ